Sisi tuliosimama hapa tupeane nafasi, niwapiga pia niwaombe tupeane nafasi ili wananchi wapendwa waweze kuona hapa na viongozi. Ninaomba kwa heshima, ninaomba tupeane na hata kwa kujua tupeane nafasi kila mtu aketi. Kila mtu aketi. Wale mnaozuia wanahabari naomba niwapatie nafasi hapo. Na kuna sehemu pale katikati ya kuweka kamera vizuri. Nitaomba ili tuanze rasmi, maana hii ni sherehe ya kitaifa. Sasa sote tushiriki kwa wimbo wa taifa utakaofuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kisha maombi mafupi. Kofia zisizo rasmi kwa heshima sana naomba tupate kuzindua wimbo wa taifa. Mshiri wanaotuongoza kwa maombi mafupi. Karibu sana. God is good. You know that time? God is good. Now, pray. Let's bow our heads and pray. Our dear Heavenly Father, we come before you this morning. Thank you, dear Lord, for this day you have given us. It has been planned and it has come to be. Thank you, dear Lord, for the protection. For the journey masses, dear Lord, you have accorded to our leaders and even to ourselves. We thank you so much and so sincerely. We commit this day unto their able hearts, Father, as we remember our leaders, dear Lord, as they speak to us, give them knowledge, give them understanding. We commit even ourselves to your able hearts, that as we have been to be spoken to, Father, give us patience. Father, we thank you most sincerely for the care you have taken to our leaders, and especially the principal Honorable Raila Odinga. He has passed through thin and thick, and you have protected him. Continue protecting him from the enemies, as they attack him, dear Lord. We scatter them to the deepest sea. See him through, my Father, as he fights for this country, as he fights for the rights of the Kenyans. Be with him, protect him. And when you do that, dear Lord, we shall be glorifying your name. In Jesus' name we pray and we trust. Amen. Baba tosha. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utuongoze katika njia iliyo sawa, na uongoze nchi ya Kenya katika njia iliyo sawa, na viongozi wa Kenya wakiwemo
Jaramogi Omolo Odinga uongoze na timu yake iweze kustawisha maisha ya Wakenya. Tunakuomba utuongoze katika njia iliyo sawa, njia ya wale uliowaneemesha, bali sio ya wale uliowakasirikia, wale waliopotea. Mwenyezi Mungu wajali wa Kenya na nchi ya Kenya na mali ya Kenya. Ya Rabbi, tuhifadhi na utuhifadhi sisi pamoja na wazazi wetu pamoja na kizazi chetu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba haya machache tukiamini ya kuwa utatusikia. Amin ya Rabbil Alamin. Niombe tuketi tafadhali. Murang'a hoye! Murang'a hoye! Hii ni Murang'a. Hii ni Murang'a. Nyinyi ni watu ya baba. Wangapi wanakaribisha Raila Amolo Odinga? Ungesema nyinyi ni wa baba? Hebu nione tena, wangapi wanakaribisha baba Raila Amolo Odinga? Wangapi wanakaribisha Mama Martha Wangare Karua? Wangapi wanakaribisha mtoto wa nyumbani, kinara wa chama cha Usawa, Mheshimiwa Mwangi? Mwangi. Niombe vile vile kwa heshima munikaribishie kinara wa chama cha DAP, kijana barubaru, Eugene Kwesule Wamalwa. Na niombe vile vile munikaribishie simba wa Mount Kenya, katibu mkuu wa chama cha Jubilee, Mheshimiwa Jeremiah. Niombe munikaribishie naibu wa kinara wa chama cha ODM, aliyekuwa gavana wa Kakamega, Mheshimiwa Wycliffe Ambesa. Vile vile aliyekuwa mwenyekiti wa kampeni za Azimio na gavana wa Laikipia, Mheshimiwa Nderito Moreithi. Na sasa kwa mara ya kwanza hapa Murang'a, niombe munikaribishie Mheshimiwa George Luchiri Waja. Hii yote ni jeshi ya baba. Hii ni jeshi ya baba. Hii ni jeshi ya baba. Murang'a ni ya baba. Basi niombe kwa heshima na taadhima kuu, kinara wetu mpendwa, nimkaribishe Bwana Mheshimiwa Habire Chege, ambaye baada ya hapo atakapomaliza kutupatia ufunguzi, wakishirikiana na Mheshimiwa Kamau Mweha, tutapata kusikia kutoka upande huo, maana siku ya leo haswa ni viongozi kusikia. Kisha tutasikiza viongozi wetu. Karibu ndugu. Jeshi jeshi ya baba baba. Wairia Wairia. Kioni Kionia. Karua Karua. Asanteni sana. Yangu kwanza order. Sorry. Wajakoya Wajakoya. Asanti. All protocol observed. Order kidogo watu wangu Order juu ya masaa tutaki kuweka sana. So yangu ya kwanza kwa wale wageni, majina ni Habire Chege na mimi nimekuwa MCA ambaye amesimamia vijana na chama ya Jubilee chini ya Mwangi wa Iria kwa miaka 5. Si mnanijua? Mimi ni mtetezi. Sasa nataka kukaribisha hawa wageni kwa sababu hii maneno
hapa tena. Nataka niseme yangu ndio nikimaliza sitaongea tena. Ya kwanza ndio nipungue mood ya siku ya leo. Mimi nataka kusema sisi kama watu wa Murang'a na sana sana Kiharu constituency tunasema hivi, si Matiba alizaliwa hapa, si ni aliongoza maandamano wakiwa na baba, tukapata section 2 imeondolewa, tukapanda ukombozi, si alizaliwa hapa? Hakuna mtu atatutishia maisha. Nataka kuongea maneno ya unga. Si mnajua kuna unga revolution, lakini niwaambia wale watu au Bwana Ruto na wengine au Badia, hata unga ikiletwa tupewe bure. Kama sava hijafunguliwa, hiyo itakuwa kazi ya bure. Namba 2, sisi kama raia wa Kiharu tumenunua walikuwa wanaandamana, pesa ya kaunti inatoka, si ndio? Sasa tunataka kusema hivi, gavana wako na challenge na ni hii tunataka kuongea devolution kwa cabinet ya huyu jamaa. Hakuna kitu ya devolution, na mara ya nchi najua wakati mmoja alikuwa cabinet secretary wa devolution. Kwa hivyo maneno ya nchi kipangwa, hakuna mtu ana represent counties. Mnasikia hiyo? Kwa hivyo tunajua Ruto anataka na hatutakubali. Hapo tumesikizana. Hapo tumesikizana. Hiyo ingine mimi nataka kuchallenge MPs wenye waliingia na tikiti yenye iko kwetu Azimio. Sisi tunaenda maandamano, mimi nilijitolea nikaenda Nakuru, nikaenda Kiambu, and I'm the only young man mwenye alili demonstration Mount Kenya region. Na hiyo siku kukanyesha, si ndio? Ilikuwa siku ya kwanza kunyesha, ndo gai wake lenyaga yake nile. Nioro ama. Sasa nataka kusema hivi, wale MPs wameingia na chama ya Azimio. Tuesday, Wednesday na Thursday wanakuanga bunge. Wacheni kukuja kulalamikia huku nje. Hata nyinyi simamisheni bunge mwezi moja. Endeni mdemonstrate kwa bunge. Mseme kazi haitaendelea mwezi moja, musacrifice. Na kazi ikisimama bunge, nchi itasimama, na nchi ikisimama wale watu watata ujinga na watafungua sava. Sawa sawa? Gikoyo gitomwe kuo. Gikoyo gitomwe kuo. Netogo wago. Netogo wago ithuwe. Tutirago wago na tutirago la guoya. Asante sana, karibuni wageni. Baba. Jeshi ya baba. Andũ a Murang'a mũrĩega. Andũ a Murang'a mũrĩega. Andũ a Metumi gwitũ mũrĩega. Ũyũ etagwo Mweha wa Kamau kuma Kĩgumo, itũra rĩtagwo Kĩnyona. Twĩ hamwe. Tũtarĩ tũranjĩrĩria, nĩ ngwendaga tondũ he mũndũ warũga hau. Hena MPs meha marũgame tu ndĩmagwĩte marĩtwa na atongoria arĩa angĩ moka nĩguo mumenye ageni arĩa moka na baba. Twĩ hamwe andũ aitũ. Tafadhali MPs ambao wako hapa msimame tu to acknowledge. Ucio nĩ mwanake ũrĩa mũnini mũno mbunge etagwo Silasia kuma kũrĩa Mumias. Ũyũ nake nĩ mũrata wakwa mũno, mũrata na Kĩnjaruo etagwo Osepina. Etagwo nĩ MP wa Lego Usonga. Mũhũrĩre ikaruhe. Nake mũthuri ũyũ nĩ mwarimũ na nĩwe ũnyitĩrĩire baba bedroom ya baba kũrĩa Kĩbĩra. Etagwo Mwarimũ Orero. Twĩ hamwe na inyuĩ. O ihinda rĩu Habire akĩaria, hena mũtumia woka urare kaci wa thirikari ya Uhuru wa Kenyatta ũgwĩtwo Wambui wa Shebesh Reto. Rugama. Hena mũtumia wa hinya mũno wĩ harĩa ũgwĩtwo Mũmbi wa Ng'aru. Tutungatagĩra mũthuri ũyũ hamwe. Kwa MCAs ambao wako hapa tafadhali. MCAs.
yani mudo wa kumateso wewe ndio wa majority wa kaunti ya Kiambu Nairobi sorry kule hamwe muthiyoso wewe walirate kando ya Nairobi eta Kados newe whip no deputy majority wa Nairobi wana hau eta ogeto newe whip wa majority wa Nairobi kwa azimio leo ya kwa ngine wa Nairobi na kesho nao ni MCA na mwanatoa na wakitoka na kile wako ya huma kwa hamwe kwa talamu eta kuyo wetu aidia nekio neguo kwa atwege kuniteria kutumie kwa mole nore Moreme tumi dili magoro eko ina mama Nejue batuko maji woki kwa hamwe Tuambia gatu teneke Ruhe dito Ruhe dito Eko kiwa Jabatike Amore karohe kanene Ando itomuriega Nawera tu Jugani mwariganiro asante sana. Ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha wageni wetu wakiongozwa na baba na naibu wake mother na viongozi wengine wa vyama mbalimbali hapa, kiongozi wa chama cha Jubilee, kiongozi wa chama cha DMP, Roots Party na wengineo. Roots ni Wajakoya. Roots. Na niwaambie kwamba tunamkaribisha hapa kwetu nyumbani. Yangu kwanza ni kusema ya kwamba tangu nimalize muhula wangu wa miaka 2 sijarudi hapa, kwa sababu nilikuwa naangalia mambo. Unajua ukitoka kwa ofisi unaachia wengine na kwanza unawapatia macho, si ndio? Ili wasiseme ni wao, ni wewe unaoharibia. Baada ya uchaguzi ili nipeane sababu ya sisi kuwa hapa, the right honorable Raila Odinga alipata kura nusu ya Kenya ya zile ambazo ziliwekwa, naye Ruto akapata nusu. Tofauti yao ilikuwa kura 200,000 peke yake. Hiyo ni kama Kiharu peke yake. Baba akapata 49%, ile ilitangazwa, sikupata. Na wengine wakapata 51%. Sasa hiyo ilikuwa sasa nataka kumwambia ngojeni kidogo, ukweli kidogo. Huyu mzee baba wetu amekuwako katika kila uchaguzi. Huyu rais wetu amekuweko katika kila uchaguzi. Hii ndio uchaguzi ambao alikuwa zaidi. Ile nyingine alikuwa ameibiwa, alikuwa ameshindwa na kula milioni 1 na 1.2. Hii waliimba wakaiba ikakuja tofauti ya 200,000. Lakini yeye akanyamaza. Watu wake wakanyamaza. Baada ya kunyamaza, Gachagua Gachedha ashindwe kabisa. Akajitokeza, ngojeni sana nimwambie ile imetuleta hapa. Akasema
kwa sababu wameibiwa kula na wameshinda baba, wao ni wakubwa sana, watatawala hii Kenya kama kampuni. Simulisikia vile alisema ati Kenya sasa kutakuwa na shareholders na non-shareholders. Ukiangalia hiyo mahesabu ambayo ilikuwa imewekwa, baba alipata milioni 7, Ruto akapata 7, na milioni 7 hawakupiga kura. Kwa hivyo hiyo ambao haikupiga kura hao sio shareholders. Wale ambao walipigia baba sio shareholders. Akatuambia ya kwamba kati ya wale ambao walikuwa wamejisajili kupiga kura watu milioni 21, watu milioni 14 sio wana shareholders. Na akasema akikupata katika ofisi ya rais na anajua wewe hukumpigia kura ama hukupiga kura ama ulipiga lakini umebadili mawazo kwa sababu kile ambacho ulikuwa umeelezewa kitatendeka hakitendeki, akikukuta huko anakuchukua anakutoa nje. Si alisema hivyo? Wakenya wakisikia, akasema Kenya sasa ni ya shareholders only. Na akaongeza ile ya kuuma zaidi ya kwamba wewe utakula ile ambayo itabaki. Shidwa kabisa. Sasa baada ya kusema hivyo, baba akasema kama ni hivyo, nilikuwa nimejua mmeiba, lakini sasa tutaulizana maswali. Kama mlichukua taifa ili mtenge wengine, sasa tutafungua safa ili tujue mshindi alikuwa nani. Na hapo ndipo story ya kufungua safa ilianza, ili tujue huyo shareholder wa ukweli ambaye anastahili kulalia wale wengine ni nani. Na kwa sababu baba alikuwa na mahesabu na alikuwa anajua ameibiwa, akasema ili tujue shareholder ni mgani, ili watu wengine waache kutengwa, lazima safa ifunguliwe. Na ndio sababu leo tuko hapa, kwa sababu tulisema tutazunguka Kenya tukiongea na non-shareholders, wale ambao hawana hisa, hawana uwezo, hawawezi pia watoto wao kalo kwa sababu sio wana shareholders. Si ndio? Wakienda kwa hospitali, wengine wakienda Aga Khan, wao wanaenda Murang'a, wanakosa dawa, wakakufia nyumbani kwa sababu sio wana shareholders. Hawastahili kukula. Nao wanafikiria ati unga ya 150 ni ya bei ya chini sana kwa sababu sio wana shareholders. Wale walikuwa kazi mtaani kwa sababu sio wana shareholders. Wakae nyumbani waajiri wale kutoka kwa jamii zao. Hao wengine sio wana shareholders, wakae nyumbani. Wale wafanyi biashara huko town kwa sababu sio wana shareholders, waongezewe kodi. Ndio tunasema siku ya leo ni siku yenu. Sawa sawa? Ili muambie baba zile shida ambazo mko nazo, ili naye akipigana awe anapigania ile mijadala ambayo imetoka kwa mwananchi wa kawaida. Amezunguka Kenya, alikuwa amezuiliwa kukuja Central Kenya. Ati watu wa Central Kenya wote ni wauda, hata wakilala jana ni wauda, hapo wakikosa kusomesha watoto ni wauda. Mnakubali hivyo? Wewe ulale jana kwa sababu wewe ni wauda. Wewe ukose kufundisha mtoto shule kwa sababu ni wauda. Wewe ulipe kodi ya juu kwa sababu ni wauda. Baba akasema atakuja ili tuwe na mazungumzo. Sawa sawa? Kwa sababu yeye amesema na sisi tumemwambia either ifunguliwe, kama haifunguliwi hii Kenya tutapasua mara mbili. Kwa hivyo sitaongea sana, nilikuwa nataka kumuelezea kutakuwa na wale ambao watapeana maoni. Kazi ya baba na hii team ni kuweka yote chini,
ili kabla viongozi hawajaongea wajue shinda za watu wa Murang'a ni gani. Sawa sawa. Kwa hivyo tumefungua uwanja. Kamau ndiye ataongoza. Tutaita wale ambao walikuwa wamewekwa kwa orodha, alafu tutafungua uwanja ili kila mtu ambaye ana chochote ambacho kinamkela kwa moyo atuambie. Sawa sawa. Karibuni sana. Asante sana governor. Kwa haraka nitaita watu na constituencies. Kila constituency iko na jambo ambaye itaongea. Si mnajua tuko na constituencies 7. Kila constituency itakuwa na jambo lake, kama ni maziwa, kama ni kahawa, kama ni majani chai, wataongea. Lakini kabla sijaanza, mheshimiwa wa kule Kisumu West anaitwa Rose Abuya. Odhakatoyo Gaine mwega. Haya, kwa haraka tutaanza na kule mimi natoka Kigumo. Tutaongea mambo ya majani chai na yule mtu ambaye anakuja hapa anaitwa Wamudhoni. Mheshimiwa the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, my President, Mheshimiwa Martha Karua, mama wa taifa, Mheshimiwa Gavana Mwangi wa Iria, all protocols observed. Viongozi wote hamjambo. Adwa Murang'a murega rege. Nije tago wa Muthoni kuma Kigumo. No mothi gwendanie kwaria maundu mere. Baba, mimi nataka kuongea mambo mawili tu peke yake. Kitu ya kwanza ni majani chai. Kwa sababu mimi natoka location ya Kangare mahali majani chai iko. Na kusema ukweli, saa hii hata mama yangu mahali ako karibu kungoa majani chai. Kwa sababu mnajua tulikuwa tumegogwa kwa fertilizer. Si hao watu walikuwa wameiba pesa ya fertilizer? Simeiona. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa amejaribu kuleta marekebisho ya KTDA ili sisi tupate pesa ya majani chai. Watu vile wameingia immediately wamepeleka ukora. Baba, mimi nakuomba kwa hisani ya mama yangu, kitu ya kwanza ukora ya KTDA na mabroka, kwa sababu broka mkubwa sio hata mtu mwingine. Mimi naambiaga mama yangu na wananchi ni Ruto, tuondolee hao mabroka. Na kitu ya pili, sisi hata hii bona tunajua tunapatiwa na kitu shilingi 8. Kwa sababu wameshapora. Watu, mheshimiwa baba, walikula kahawa yetu. Saa hii wamekula majani chai. Hapa hatuna mtetezi mwingine. Walikuwa wakati wa Wairia tulikuwa tunapatiwa hata bonus ya 35 walikuwa natutetea. Yule yuko na maziwa rara ni kitu moja. Ni kweli? Yule yuko na maziwa rara ni kitu moja. Mumwai sikia Kang'ata akiongea mambo ya majani chai kweli? Alienda akarara. Wairia, ushike baba mkono. Ukae hapo ututetee vile ulikuwa unatetea miaka 10. Finally, niwaambie, either wafanye nini. Hata wakicheza tutangoa hiyo majani chai kwanza, wafugue safa ili tupate haki yetu. Kwa sababu wacheni niwaambie, tutavinywa na watu tukikubali wakae hapo, si ndio? Na msidanganywe na mtu akisema ni mtu. Kile tuumire tunyite baba, neguo. Baba, tuko tayari. Na kwa sababu sisi Murang'a tukinena, tumenena. Jeshi, muko tayari? Safa ifunguliwe. Haki yetu tupate. Baba, hakuna kurudi nyuma. Sisi hatutaki handshake. Hatutaki kitu kingine. Hata ni heri nchi ipasuke mara 4. But tupate haki yetu. Hii hata Gachagua aambiwe. Sisi hatutaki handshake.
Tunataka haki yetu. And we shall last until right Honorable Raila Amolo Odinga is the President of the Republic of Kenya. They like it or not. Ama namna gani? Murang'a oye! Baba oye! Twende kazi oye! Jeshi oye! Asanteni. Haya, mtu wa pili akija uongee kwa haraka. Ekaide murie kiuria. Mundu uyu turararumaga babari. Ni mugikuyu kana ni murubwa? Ni mugikuyu kana ni murubwa? Mutike mugerebu. Kamau anaongea kutoka Kagera na ataongea juu ya maziwa. Gaine mwega na hede ciothe. Your Excellency, Honorable Raila Amolo Odinga, all protocols observed. Naitwa Kamau na natoka sehemu ya Kangema kwa rafiki yako Mturi wa Kigano. Na tumekuwa hapa, tumekuwa na wewe mahali watu walisikia ilisema Wagasharaigo stream 2 ile ya Komago, mimi nilivutia hapo. Kwa hivyo baba, mimi nilikupea kura na watu walikupea kura katika sehemu hii ya Murang'a na Kangema. Nimwahide baba kura yangu ni machache sana. Gavana wetu tunakuheshimu sana. Hakuna kitu ingine tunajua isipokuwa maziwa. Miaka 10 iliisha, hatukuwa tunajua maneno ya maziwa. Ila wanakaa wakisema maziwa wa Iria ndiye alikuja akasema mimi nitatengeneza katika nini? Iria katika sehemu ya Murang'a. Gavana niwe wathondekire uhoro wa iria. Gutiari mundu wamenyaga uhoro wa iria. Riu ni marawerera makajia kuga mundu wa iria mundu Duage. Tia duage marenda kuninira iria. Ni ng'ombe cianyu, iria rĩanyu, mbũri cianyu, thara ũrĩa twareheirwo ũthire na tutigwĩtĩkĩra. Nikisema kwa Kiswahili nasema nini? Maneno ya maziwa katika miaka 10 iliisha, mheshimiwa hatukuwa tunajua. Maneno ya maziwa ililetwa na mheshimiwa Mwangi wa Iria. Na ndio kaitwa Mwangi wa Iria. Wanataka kutumalizia maziwa vile walimalizia nini? Mheshimiwa Kioni. Vile walimaliza kahawa. Na niseme hivi, na mheshimiwa Kioni amekuwa akisema maneno haya. Wanashika neno. Wewe na rafiki yako mkiwa na mmekosana kidogo, mnaitana kitu inaitwa handshake. Katika hii nchi ya Kenya sasa ukiongea maneno ya handshake wameharibu. Ukisema handshake wanakutoa. There is no better word to describe friendship like name called handshake. Tuko pamoja. Wameingia katika kanisa. Kanisa ilikuwa sisi tunapotelea kwa kanisa tukikosea, tukiwa Sunday school. Saa hii hakuna mtu anataka kwenda kanisa. Sababu wameingia huko wamevuruga. Na nilisikia senator wa Nairobi akisema wanataka kuingia katika msikiti. Hatutaitikia. Nataka kusema nini? Ile biashara ya Mkikuyu kama ni maziwa, kama ni duka yako, wasiongelele. Wakiongea wanataka waseme vile mnafanyanga, wamumalize. Walimaliza uongozi. Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta walishikana kama mandugu. Waliharibu hiyo. Saa hii sisi tulipatia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kura tukimpenda, walifanya tukawachukia. Kwa nini wanakuja wanaingilia ile sehemu yetu na ni ya 30 na sisi tumeishi kama mandugu? Nirudi nyuma kidogo nikiongea maneno ya maziwa na biashara. Mukikuyu wa mahali inaitwa Murang'a. Kana mugeko wa Murang'a. Age irio toga ni undu wa kunyitana. Twe hamwe. Age irio toga ni undu wa ki? Kama igikoyaga ki? Kama igikoyaga ki? Riu marenda mamugayania. Wona mamugayania ciringi yaku ndire ndungi gwikira wi wika. Kwa hivyo nikisema nini? Lazima tushikane, tuombe Mungu. Ule Ngai wa Kirenyaga atuone na atusaidie. Mkikuyu ajijue na wale vile mababa zetu walifanya wakashikana tukakuwa na kitu na ndio tunalinda saa hii tukue nayo. Nikimalizia nasema hivi. Wewe kama ni mtu wa Murang'a na naamini wote tumetoka sehemu zote 7 sub counties na wewe ulipigia baba kura, wacha kutangatanga huko. Kama mahali ulipiga kura. Sababu katika Biblia inatuambia hivi. Your friend and your father's friend forsake not.
Wewe unaacha rafiki yako ukienda wapi jameni? Tuko pamoja. Na hiyo ndio utakuwa kama sisi. Mimi nimechelewa kidogo Your Excellency, sababu nilikuwa nimeenda kuchukua mtoto wangu shule. Hakuna vile unapeleka mtoto shule akasome, lakini ile ulisema jana umepindua leo. Watu wamekuwa huku wako na ghasia. Nikimalizia ni sehemu ya mwisho. Watu wa Murang'a, imefika wakati ule uhuru ile mlipigania inaenda. Hiyo ni kusema nini? Hiyo jina Mau Mau ilikuwa imepewa heshima sana katika eneo la Mount Kenya. Saa hii ile jina inaisha ni ile inaitwa Mau Mau. Ukisema Mau Mau wameweka chini. Na msihi na mheshimu mababa zenu, mababu zenu, na hiyo wale walikuwa real freedom fighters, tuwape heshima. Mungu ambariki. Na baba, tunakukaribisha, wewe ni baba yetu, na Mungu akubariki pia. Asanteni. Mtu watatu atatoka Mathioya, na wakati huo kama walikuwa wanaongea, Speaker wa Nairobi rafiki yangu Ken Gondi ameingia. Mpigieni makofi. Kuna pia MCA ambaye ni Deputy Whip anaitwa Stazo ameingia. Stazo, simama. Hapa ni nyumbani Speaker. Hii ndio Murang'a. Hapa ndio mahali tunatoka. Na kwa wageni wetu ambao wamekuja, nataka kuambia Mkikuyu alitoka Murang'a. Mukurweini wa Nyagathanga ni kilomita 10 kutoka hapa. Kwa hivyo wale watu ambao wanaongea hapa, hawa ndio waliwachwa, wengine wakaenda upande mwingine, na sisi ndio bado tunaweka ile bomba ya Gikoyo na nani? Gikoyo na nani? Hawa wazazi wetu. Haya. Hello. His Excellency, His Excellency the President, the Faith President of the Republic of Kenya, His Excellency Raila Omolo Odinga, Her Excellency Martha Karua, the former Governor Mwangi wa Iria, the protocol observed, ladies and gentlemen, wanawazimio hai. Mimi naitwa Kariuki Kihara kutoka pande ya Mathioya. I'm a coffee farmer. When I say I'm a coffee farmer, I produce more than 30,000 kilograms of coffee. So I know the challenges which we are going through right now. First and foremost, ile price ilitoka ya kahawa last month. It is 70 shillings. Uhuru Kenyatta with Right Honorable Raila Odinga, the handshake, aliacha kahawa ikiwa 120 shillings. Now you can see the challenges you are facing from this government. Second, people of Murang'a, I want you to learn one thing. Ndio mukidanganywa, mjuage munapotea. Focus. One, if you look at other tribes, I've interacted with more of them, especially the ones where Baba comes from. How watu wana embrace masomo sana. In our culture, Mkikuyu tuko na shida mingi sana kuhusu masomo. Ukipata mtu from somebody from where we come from this area of Murang'a, to express himself in English ama Kiswahili, it is a challenge. If you go interview na mtu kutoka the other tribes, you compare these two, how they express themselves, utapata Mkikuyu ako na shida juu the leaders who are the current present, they are not insisting people to be educated ndio wakuange ni tokonia. Ndio akimwambia akina Dede Nyoro, you turn this round, turn left, muna turn left. But they don't insist people from Mount Kenya to go back to books like how other tribes do. Ndio sisi tukuage pale wakisema, wakisema
to turn left, tuna turn left. Akisema right. Tell me, which tribe imekuliwa na jigas isipokuwa niambie jigas iko wapi? Nyinyi mnajigapa na tyranny of numbers. Na jigas bado zinatukura kwa miguu baba. It's very painful. Watu wametajirikia hapa, tumewaona na jigas. And you know, he is doing a good job kutoa watu jigas. But you see, tuko na shida mingi sana yenye tunafaa kuji-express na kusema now we have to follow the right path. Now the right path is the 5th president of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga. We are not scared, Baba. We are behind you, my friend. Mimi ni mkulima wa kahawa. Na mimi sio kupewa, ni kazi ya hard working person. So I know the challenges that you are going through. Juzi tumeambiwa kuna fertilizer. Sijui fertilizer 3500. Mimi nimeitafuta huko kwetu kama sharia nimeikosa. Hakuna. Nimeenda kununua fertilizer 5500 shillings like before. So tunadanganywa jameni. Up to now watu wanadanganywa na ninyi mnakubali kudanganywa. Be something we call independent thinkers. Sio watu wa kuambiwa keep right na hamfikirii. Kwanza tufikirie kwanza. Huyu mtu anatuelekeza wapi? Hii kahawa wakati ya Moi ndio imefilisika. Ilikuwa tunalipwa 10 shillings 5 shillings per kilo. Tukakuja wakati ya Kibaki. Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Tukakuja tukapewa 50 shillings kajaribu. Uhuru Kenyatta amekuja akagonga times 200 shillings. Tena tunarudi back to Moi era. Hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali. And put me in record. Mimi siogopaki. Hawa wanasema ni watoto wa maumau. Hata hawajifikisha mtoto university. Mimi mtoto wangu anatoka university. I'm age of 45 years. Kwa hivyo asituletee. So, my friend, nataka kumwambia hivi. You focus with the Baba. Baba is the right person to take us where we are supposed to be taken. Uhuru Kenyatta sio mjinga akituambia tufuate Baba. He knew. Anatujua sisi na anajua where the Kenya is heading to. But finally, Baba, tunakuhakikishia we are behind you. Kunyeshe, kusiponyesha, tuambiwe turudi kichakani. Wairia, I'll give you my number. Call me. Tupambane na hii mikora. Mudoshi wa kama sharia aiga sheiga nane sheiga haune hotori wabuyo wa matudeha haya mudo agatangare kioke. Asante sana. Kwa majina naitwa Peter Mbogwa na nataka kutaja machache tu. Baba, tunakuheshimu sana. Sababu tunajua Baba wale watu wametushikilia ni watu wa wale wanakwenda na Baba. Baba ya baba huyu ambaye alikuwa Odinga walishirikiana na Kenyatta. Si ni kweli? Semeni kama ni kweli. Si ni kweli? Na huyu baba mnaona hapa, wakati ule kulikuwa na shida kabisa wakitaka kumtoa Moi. Alikuwa ameshikana na Matiba na Rubia. Ni kweli ama ni uongo? Si hata alifungwa jela wakiwa na kina Matiba. Alafu juzi akasema Kibaki tosha. Ni uongo ama ni ukweli? Hebu pigeni makofi kwa hapo. Akasema Kibaki tosha, si ndio? Juzi tu akafanya handshake na President Uhuru. Ni kweli? Sasa kati ya Baba na Ruto, nani rafiki ya Kikuyu? Nani rafiki ya Kikuyu?
Nataka muambie watu wote, watu waache ujinga kidogo. Rafiki ya Kikuyu ni baba huyu mnaona hapa. Amekuwa akitusave. Sasa ile tumefinywa anakuja anatusave. Sasa ile tumefinywa anakuja anatusave. Sasa hii mnaona amekuja kutusave sababu ya bei ya chakula na anakuja kuangalia bei ya kila kitu hii Kenya. Si huyu ndiye savior? Si huyu ndiye savior? Musidanganywe. Wacha sasa niongee juu ya Gatanga kidogo. Gatanga sisi ni wakulima, tunalima matunda. Gatanga ndio ile constituency kubwa sana in Africa ya kulima pineapples. Si mnajua? Ni Gatanga. Alafu hiyo bado ndio inalima maembe mingi na bado ndio inalima avocados. Sasa mnasikia hawa watu wajeuri walikuja waliongeza duty. Duty, ukiimport kitu ama ukipeleka kitu nje unalipa pesa zaidi ya zile zilikuwa zinalipwa wakati wa uhuru. Hiyo si ni kutumaliza? Si ni kutumaliza? Tufuate baba na baba atatufikisha Canaan. Baba tutafika Canaan, we believe it. Aya. Ntukugarurira. Ntukugarurira todo beoti yake. Beoti yake. Waharieha. Haya. Haya. Adwa Muranga Muriega. Muriega rege. My dear governor. Oyo niwe juga mutongoria wakwa. Oyo niwe mbeo ya ruriri. Our president. Ageni othe Jeremia Kioni. Karibuni Muranga. Nie ndiraria andu atumia nigucoka njerie na Githweri. Ndirenda kuga ithu andu a Muranga. Tukuetwo wana tugakuo wana nginya tukarikia. Nie ndiretagia gite kia MCA thiini wa Muranga. Na thiini wa thirikari ndina miaka 35. Tutungatagira muingi wa Muranga. No rogogora turonirio ane mbunge wa Kiharo. Turariwe ithue tutiondo twekaga araya na ite ciothe mbunge-ini ya Muranga nigetha mahote kwendia ruriri. Ndirenda kumukania andu a Muranga ithu tutigokuo wana ringi. We kwendwo na kuthirwo ki? We kwendwo na kuthirwo uru? Mumenyere turahutherwo uru ri. Dire ndiraigua mbunge omwe wa Muranga uraria oro wa Joy na ciana citu cikorirwo ni Joy. Ne makana ti matumia. Dire ndiraigua mbunge ona omwe uria thuretwo Muranga uraria oro wa Bangi thiini wa Muranga. Ndiroria atiriri, kario maratunirira ciana citu na Bangi, kario maratunirira ciana citu na Joy. Turanyitana kiundu kimwe kabisa, kirai twaria rumwe. Twoigo umuthi tutigwetikira kwenderio ciana citu ni undu wa andu mena guoya. Ndiraiguire tukiaria oro wa kugayana mbeca. Ni wega ndiraiguire ambunge aitu tukirwo tugayane mbeca na woingi. Ndiraigua mundu ona omwe uroiga tugayirwo mbeca na woingi. Koguo ithue turenda kuma Raila Amolo Odinga thutha na au nio turi. Wajakoya hoye! Wajakoya hoye! Riu ntogweta mutumia wa haria kijiji. Andu a Muranga ne mwendete Raila. Raila ni president wa Kenya na ni ahitukite kura no ni kunyang'anywo na ng'anyero teguo. Turienda sabaci cingorwo na turienda kathani gaka gekirwo ki kindu gia kuria ciana ni otu. Ciana ni otu kana ti otu. Tutirenda andu makara kuria makiriaga nyama na friji na mwananchi wa Kenya ne kumbia aragitatia. Andu a Kenya ni muraigua ura ndiriga. Tunyiterere muthuri uyu uretwo Raila Amolo Odinga atutware andu no uria teterete Kenya miaka mingi. Ni mwendete muno na ndirenda mukethia na moko. Thank you. Haya. Sasa rekei tweguithanie. Rekei tweguithanie. Neicoke mwato. Rekei tweguithanie. Sasa nataka kuita mtu mmoja ama wawili ambao watainua mkono upande huo, lakini kabla sijamuita
ningeliachwa na vita kubwa sana. Iko rafiki yangu chairman wa boxing katika Afrika na alikuwa mbunge wa Makadara, anaitwa Ruben Ndolo. Karibu bwana Ndolo. Nimwamwona. Nejaba ya hinya. Haya. Dreda mwoe guoko na igoro. Dreda mutumia. Arumene mwaririe muno. Beo jedeha. Omwane yoke haha. Hey, Mbogi Baba Wairia Habire na viongozi wote waliohama mbele yangu. Mimi ningetaka kuongea mbele ya mayouth. Juga kindu kimwe. Ithune tukoretwo tuhinyiriirio muno twita mayouth. Tondu na mayouth maria maingi ni maria marorora guku tauni. Matikoria tunyuaga bangi niki kana njohi. Ni meoria tunyuaga niki. Na twina mawira maingi tungiruta. Na twina baba mawira ni tukuona na kazi mtani irudi. Mayouth wa konza. Baba tunaomba hiyo kitu angalie sana. Mayouth wamekushikilia. Usiogope na tutiragoragua ya. Tuko pamoja. Na watu wanakutisha huko. Usiwaambie watutishi. Hata kama wanachanganyikana na Wakikuyu, waambie tutambue hata Wakikuyu. Si tunataka mwenye analilia haki ya Wakenya. Haki ya Wakenya. The only Mau tumebakia naye ni baba. Baba tunde tumebaki na yeye. Atulilie si kama wananchi wanyonge. Mnacheki? Na tujikausha hivyo. Na tukagoithie muthuri uyu. Ni wega muno Wairia. Kinara wangu. I do respect you. Na kuheshimu. Vijana hoye. Kadoni alia wega. Dekehoro kamwe. Momore kage. Nakage. Harekeje ta mutumio gwetwo Tabitha. Murang'a hoye. Nie ndoka kuria kiuria kimwe tu. Na kwira baba kaundu kamwe tu. Nie njikaraga Nairobi. No gwito ne haha Kigumo. Na nie baba ndoka kuria atiriri. Reke nyambe ndimurie na Gikuyu etiguo. Nie gutabuterwo ni kioni. Nie ndoka kuria atiriri. Kori ngoro njega atia. O hindi iria twagwa ugoka ugatuhonokia. Ndirenda kuga atiriri. Anake a Murang'a matire wira baba. Atumia a Murang'a manyararitwo. Atumia a Murang'a guku gwitu Murang'a manyararitwo makahuthio tukerwo mama mboga no tutire turona no muitiirie hianetwo. Joke njire baba atiriri. Guku andu mahutite magathira motu ne magana mere ma 50. Turenda gukwira atiriri baba we umererie kinyo tukinye bururi wa Kanani twe thutha waku. Ithuĩ turarakarĩte waiga tũrũgamie maandamano. Nĩ turarakarĩte mũno nĩ ũhoro wama. Nĩ igana meharĩirie tũcoke bara-inĩ igwe. Baba kũu nĩ kwa tũgũthiĩ. Nikimalizia nataka kusema ya kwamba sisi tukiwa wamama tumechoka kudanganywa. Tunaambiwa mama mboga, tunaambiwa bodaboda. Mimi ni mama mboga sijaonekana. Wengine hapa ni mama mboga hawajaonekana. Vijana wetu ni wa bodaboda hawajaonekana. Mimi nataka kuambia ujikaze, tuko pamoja, hatutarudi kando. Gerekia ucio wagete matirio ate hende ciothe arogamane kurugumaga Uhuru. Nero Uhuru ni mwana wa mutumia. Na atige kuruma Uhuru. Ni atige gutwira mau. Turerirwo ni Mwangi wa Iria yo nenga. Ogwo
kwao nĩ wega mũno baba. Andũ aitũ rekei ndĩmũrie kĩũria, nĩ mũkũnjokeria? Nĩ mũkũnjokeria? Aciari aitũ nĩo marũire mau? Nĩo marũire mau? Rekei ndĩmũrie atumia, Mama Mboga rĩ nĩ Alice Wahome? Atumia nĩ inyuĩ ndĩroria. Mama Mboga nĩ Alice Wahome? Haya. Murang'a hoe! Murang'a hoe! Baba, kwa majina naitwa Wangeshi. Mimi ni mkaaji wa Murang'a. Kwanza baba, nataka kukushukuru kwa kuamua kutukomboa. Sisi baba tuko nyuma yako. Hii ukombozi baba endi peke yake, si ndio? Kwanza baba, hii maneno wanatuambia ya bipartisan baba. Sisi tunataka kukuambia story ya parliament. Achana nayo baba. Waambie kila mtu akuwe pale. Watu wazee, disabled, wamama, baba tuwakilishe. Kwa sababu sisi tuko nyuma yako. Wanataka kutuonesha ati serikali ni unlimited Gachagua. Baba waambie hivi. Sasa serikali imerudi kwa wananchi baba. Wacha pia sisi wacha pia sisi tukue shareholder baba. Tuko nyuma yako. Kama vile Kingpin wetu alituambia, pia sisi tutaunda yetu, si ndio? Baba utake usitake, sisi tunasimama na baba. Hawa mayuzi ndio maana unaona wanaenda kwa mashuga mami baba. Rudisha kazi mtaani baba. Rudisha kazi mtaani. Watoi wa shule baba hawana pesa ya help. Lazima aende kwa hawa mama wampatie kitu, na ni vijana wadogo baba. Story ingine baba, tuangalie sisi kwa sababu wewe ndio unakomboa Kenya baba. Asanti. Hiyo ya mwisho baba, mimi nilikuwa agent wa Azimio, si ndio? Mulinitapata pale Mbiri. Sisi kura yetu ikuenda baba. Kura to regard Wariba huko na Chebukati baba. Hiyo maneno ya sava ifunguliwe. Sava ifunguliwe, tujue ukweli. Mwenye mkate akule yote. Asante baba. Haya. Kwa niaba ya vijana wa university, kwa niaba ya vijana wa university, ningelimuita huyu jamaa. Vijana oye! Vijana oye! Warembo mwe! Asanteni sana. Mi baba niko na maneno mawili tu. Ya kwanza, nasikia uchungu. Mbona nasikia uchungu? Comrades oye! Comrades here! Comrades tibim! Baba tulidanganywa December. Tuliambiwa tuende Nairobi. Ati tutapata sponsorship ya University of Arizona. Tumepata? Hatumepata. Sasa tunaulizwa kila siku kwa email, subscribe. Sasa tujui kitu imeenda wapi. Vijana oye! Vijana oye! Ya mwisho, tulidanganywa na HELB. Tunaambiwa tip kitu hamfai kupata. Lakini after comrades wakatoka nje, tunaambiwa hii pesa mtapata. Hadi leo watu wana redefer 4.2 mtu anafaa kugraduate. Baba, imagine mtu anafaa kugraduate. Mtu anadefer because of 3,000 shillings. Ukweli au uongo? Ukweli au uongo? Tukisema ukweli, nikimaliza kwa regime ya Mwangi wa Iria, hata kama mimi nilikuwa natoka Kisumu, ningeweza kuenda huko nipate county bursary. Siku hizi nikienda huko kwa county, wanaangalia Jack Owino anatoka Kondele. Jack hafai kupata bursary. Ukweli au uongo? Ukweli au uongo? Comrades here, we want to tell you as comrades here, comrades Tibim, we give you ultimatum of 3 weeks. Mtupe help ama msitupe. Comrades Tibim, tunaenda maandamano. Jeshi la baba, jeshi la baba, jeshi la baba. Comrades here, comrades Tibim, comrades Azikisaga. Wanatudanganya, wanaweka picha huko kwa ati huyo si yeye, si ni yeye.
wanaweka video huko kwa TikTok wanasema si yeye. Ni nani? Si ni yeye. Comrades Ria. Asanteni sana jeshi la baba. Haya, nilikuwa nataka tufunge huo ukurasa turudi upande huu, lakini nataka munipatie msichana mmoja, na huyo msichana akija, iko kijana amekuja kutoka Nyeri, nataka atusalimie. Jeshi ya baba. Watu wa Murang'a mko sawa? Mko sawa? Mimi nimetoka Nyeri. Na huyu kijana alisema kitu ya maana sana ya kazi mtaani. Pesa imetengwa, imewekwa ofisi ya bibi ya Msalia, ya Dota ya Ruto, ya bibi ya Gachagua. Pesa ya kazi mtaani yote imeenda kwa pale juu, vijana wana kazi. Ni watu wako na maana na watu wa Kenya. Ni kweli? Si watu hawatusaidii. Sisi kama Nyeri, kwenye Gachagua ametoka, tuko nyuma ya baba. Na mimi nimetoka ile kule Majengo Nyeri. Mimi hawezi nitisha, si unajua anatishanga watu. Baba, tunataka Mwangwairia Kioni next meeting town hall kama hii ikuje Nyeri, sisi tuko ready kusimama na baba. Baba, jeshi ya baba. Adwaito ni ndenda gucoka mwena uyu. Ni mukunjetekeria. Ni murenda guthikereria atongoria anyu. Itanacoka ndenda kumwira undu umwe. Andu maratinda guku makitaga ciana cia mau. Wera mundu aine rwimbo rwa mau ndangekunira rwimbo na rumwe. Ni mwana wa mau waku. Ndemunyire rwimbo rumwe. Thimone ahorirwo yumete githunguri ya Jomo akĩũria nĩ twakinyire na ithuĩ nĩ twacokirie kĩeha kĩrĩa twĩnakĩo no kĩa George Faini agĩthikwo hoyai thaima na Mungai noria watene. Thiei mwere Gachagua Dede Nyoro goke tweke competition ya nyĩmbo cia mau tumenye no mwana wa mau. Twe hamwe. Haya, Mheshimiwa Mwangi wa Iria, nĩndĩrenda rĩu Mwangi wa Iria atanoka. Hena andũ tũkoretwo tũthiĩte nao rũgendo rũrũ na nĩ wega tũmatambũre. Twĩ hamwe. Hena andũ ta Habire ũrĩa wokire agĩtũnyitĩrĩra akĩrepresent Murang'a. Hena mwanake wĩ harĩa thutha ũgwĩtwo Teddy, mũhũrĩre rũhĩ. Koretwo nake kũndũ guothe. Hena mũtumia ũngĩ wĩ hau weũka. Natha nyingĩ cia wendo wa rũrĩrĩ ũiguano wa Gĩkũyũ. Ũyũ mũtumia imete haha hanyu Maragia, amũgeithie. Andũ a Murang'a oe! Andũ a Murang'a oe! Jeshi ya baba oe! Nderenda kũigua jeshi ya baba, jeshi ya baba oe! Nĩ nyumĩte haha Murang'a, mami witũ aciarĩirwo haha Maragi, na ndĩrarĩ mathiko ira, my brother in law nĩ arakuĩte, koguo gũkũ nĩ mũciĩ. Na ũrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ, matũhingũrĩre sava, tũtirenda maũndũ maingĩ. Na hau sava-inĩ rĩ, niho vijana wĩra wa nyuri. Kazi kwa vijana iko hapo ndani ya sava. Ama ni aje? Na tunarudi tunasema, wakati wa uhuru, alitutetea sisi wa mama, tulikuwa tunapata watoto bure. Sasa wametutolea hiyo, si ndio? Sasa si tunalipa. Tunasema ndani ya sava ndio kuna nini? Maternity free, si ndio? Kwa hivyo ninasema, hii serikali si ya watu wachache. Hii serikali sio ya shareholders. Mulisikia wakituambia tukanyangi Murang'a? Wao ni nani? Marauga Murang'a totika kinyage tao. Hii Murang'a ni yetu. Si ndio? Tunasema Murang'a ni yetu and nobody can
Kantunyaras, na tunasema wapende wasipende, sisi ni wana Kenya na hakuna mahali hatuwezi kuenda. Watutishe wasitutishe, sisi ni wale hatutishagui. Tunaenda kwote. Hiyo mambo ya shareholders ya kampuni, tutahakikisha kampuni imefungwa na Republic of Kenya imesimama. Na Republic of Kenya ni ya Raila Amolo Odinga. Wangeshi amesimama hapa akasema kura walihesabu pale Mbiri, lakini ilipoenda Bomas ikaenda na hewa. Kweli urongo? Sasa kuna mtaalamu ambaye tuko na yeye hapa, angelitaka kuonesha vile kura zilifanywa. Niguhedera murona baba akiumera agetia kehoto, mumenye kehoto kiukuraima na ajire. Kwa haraka sana nataka kuita kijana anaitwa Teddy wa ile movement ya democracy, akuje awambie vile wanafanya. Nada nyingi sia wendo. Hello. MDD. Jeshi mwekuo. Ndirenda gwika gitio kimwe kinene muno. Kwe jeshi mujeshi ari haha. Ni mwamuona? Tanioke mujeshi ucio wi haha. Mujeshi ucio. Be makofi mujeshi ucio. Be makofi. Dena senior wakwa OMDD, please mukoma, please kidogo tu. Mujeshi dagioke dereda kohe mujeshi wa Murang'a gofia ya MDD. MDD ni jeshi ya baba. Mujeshi wa Murang'a gomuhe mandate ya ko recruit jeshi ya Murang'a girithato. Jeshi ya baba. Derede kuona DJ. Derede kuona mundu wetiari gutwika jeshi ya baba arugame na maguru make. Aya makofi. Jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Wapi makofi? Jeshi ya baba. Twende. Baba. DJ. Siwezi ongea zaidi. Mkubwa wangu yuko hapa. Nitahand over microphone kwake. Sasa huyu unaitwa nani? Peter Mwangi na Jack wa recruit vijana wa hapa. Nitapatia my senior aweze kuongea. Tafadhali haha bereri mwabe murekererie mutheikare guru anene ame hari ari maikare haha niguo muhote kuonio twe hamwe. Jeshi ya baba sini wa baba jeshi ya baba sini wa baba jeshi wa baba jeshi ya baba jeshi ya baba wewe jeshi ya baba DJ Andu wa Murang'a Muriega tumekuja kama jeshi ya baba hoe, jeshi ya baba hoe. Vijana ngumi mbili kwa hewa, vijana tumewaona na Murang'a tumewasikiza na tumesikia mkisema mko njaa. Mko vijana wa Murang'a wako, na tunataka kuomba vijana wa Murang'a, wakati umefika wa kukomboa nchi, na tunaomba tutembee na nyinyi kama jeshi ya baba. Sema jeshi ya baba. Na maandamano inakuja. Vijana wa Murang'a mko tayari kwenda kwa barabara? Mko tayari? Tutaenda kwa barabara, Ruto apende asipende.
Gachagua wapende wasipende, tutakuwa kwa barabara hadi tukomboe nchi. Asanteni sana na tushikane kwa pamoja. Jeshi ya baba oye! Vijana fire! Vijana fire! Wacha nione wale wenye wamekaribisha baba hapa leo kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono. Asanteni sana. Sisi tumeamua lazima tutembee na baba kwa ukombozi wa Kenya. Sababu hao watu wenye wako serikalini wametudanganya ya kutosha. Walituambia wakiingia vijana wote watapata kazi. Lakini leo mkiona ya ukweli, wale mwabenyenye ndio bado wanapata kazi kwa serikali ya Ruto na Gachagua wake. Kwa hivyo sasa sisi ni lazima tujitokeze sisi wote, tukue kwa barabara, tuone vile tunakomboa Kenya yetu. Sababu ya zile reducible minimum zetu kama wanaazimio ya kwamba lazima sava ifunguliwe, na hapo kwa sava tutajua ukweli kile Kenya iko pale ndani. Na wakikataa kufungua sava, sisi basi tutaingia hapo na turarue hiyo sava, tupelekee wananchi ndio tuamue sisi kama wana Kenya na ile mwelekeo yenye tunataka tuchukue. Niliona comrades wenye walikuwa hapa walisema ya kwamba hata help yao haijaingia. Sababu tunajua ya kwamba hii serikali wanakula kila kitu na wako na ufisadi, na hata pesa ya comrade ya help pia wamekula na wataki kupatia vijana wetu wenye wako kwa vyuo vikuu. Vijana power! Vijana power! Kwa hivyo sasa tuunganishe sisi wote, tukue kitu kimoja, tutembee na baba na tupate ukombozi wetu sisi kama vijana na sisi kama wana Kenya. Vijana oye! Karibu kiongozi Mkoya. Murang'a oye! Murang'a oye! Watu wa Murang'a, sisi leo tumetembea hapa kama jeshi la baba. Tumekuja na baba kwa sababu tumeambiwa kwamba watu wa Murang'a, nyinyi hamuna njaa, hamulali njaa, watoto wenyu wako na school fees na kila kitu iko sawa Murang'a. Murang'a mko na school fees? Murang'a hamuna njaa? Murang'a mko njaa? Tafadhali watu wa Murang'a, hii safari ya baba tumeambiwa kwamba nyinyi wa Kikuyu wa Murang'a, kwamba sisi jeshi la baba hatujali vitu za Wakikuyu. Sisi tumekuja kuambieni leo watu wa Murang'a kwamba hakuna njaa ya Mkikuyu, hakuna njaa ya Mjaluo, hakuna njaa ya Mluya, hakuna njaa ya Mkamba. Njaa ikikuwa inakuwa njaa ya Wakenya wote. Na tunaomba kwamba Wakikuyu, shikaneni na baba, twende tutoe hawa watu, wafungue sava, tujue nani alishinda kura. Na sava ikifunguliwa na ikuwe ni baba, wakuwe tayari kwenda nyumbani. Ikiwa ni hao, tutasema waketi. Lakini sisi tunajua kwamba ni baba alishinda kura. Wakikuyu wa Murang'a, tunaomba kwamba safari ya baba tutembee kwa pamoja. Asanteni sana, tukutane katika hiyo safari. Asanteni sana Murang'a, asanteni sana. Sini wa baba, 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 jeshi ya baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Adwaito. Neishoke mwato. Adwaito. Leo netwenda muonio orea kura cia baba ciairwo. Mwe tayari? Mwe tayari? Haya. You can proceed. Well, asante sana. Kwa jina naitwa Barnabas. Natoka Nairobi. Nafanya na party ya ODM Secretariat. So hapo tunafanya kazi na tunataka kujua ukweli ya mambo vile ilikuwa. Na sasa ndio hiyo tunataka kuangalia saa hii. Sababu vitu za elections are very long, nitachukua two parts that are necessary for this region, and then the other regions maybe I will leave behind so that muelewe ni nini inaendelea. Tulifanya uchunguzi na this is what we did. I'll be speaking English a bit, so itabidi
mnifuate kidogo because I want to take as little as 10 minutes here only. In every election, it's the polling station that matters. And once the polling station has given its results, it tallies upwards until we have the national tally. So the national tally is what everybody knows, that candidate A got this and candidate B got this. But we want to look a little bit at what happened at the polling stations, because that is what is important, and that is what everybody keeps asking for. In a nutshell, we all know that Baba has been talking of this type of votes, that he's got 8.1 million, and Dr. Ruto got 5.9 million, giving Baba 56.9% and Dr. Ruto 41.7%. And then everybody keeps asking themselves, where are these values coming from? Because talking of the national tally without looking at the grassroots, without looking at the lowest level, confuses people. And this is what we have put together so that mnaweza kuja kuielewa. Tukiangalia hizo votes, the two differences that come is that now in this analysis, Baba has won with a difference of 2.1 million ahead of his closest rival. But the IEBC gave us this kind of votes, that this is what is there at the IEBC portal. So we have two types of results. We have the portal results and we have the server results. So what came from the servers is what you have seen earlier, and what came from the IEBC portal is this one. The paradox is that all these have come from the same commission, which is IEBC. So they are the only ones who should tell us the difference between the two. So in that case, we note that Dr. Ruto now is ahead of Baba with 216,000 votes only. While in the other one, Baba is ahead of him with 2.1 million votes. And so you want to look at where is this coming from. Now, in the servers and in the portal, we have two types of forms that look exactly the same. If I give you this and I give you that, you can't even see that I have changed anything. But remember, one comes from portal and one comes from the server. When I give you that, the parts that have been signed by the officials of IEBC at that time of the election, and again I give you this, which you have not seen any difference, tells you that they are the same forms signed by the same people. So that means this is purely an IEBC property, and that is what we are looking at. So now when you go into the inside of the Form 34B, because the Form 34A was full of confusion, we had to stick to Form 34B, because it is Form 34B that informs Form 34C, that also informs Form 34D, that declares the president. So that means Form 34B is as official as Form 34A, and nobody should dispute that. So when we are working with Form 34B, it is a derivative of Form. Yes. Yeah. Nitaweka Kiswahili kidogo huku na pale. So ndio tunasema, ukiangalia hizi forms mbili, utakuta kwamba kwa macho huwezi tofautisha. So inabidi tutumie tarakilishi, kompyuta, ndio itutofautishie ni nini iko kwa kati ya tofauti ya hizi forms mbili. Kuna forms zimetoka kwa portal na kuna forms zimetoka kwa server. So you can see that from the signatures, unaweza ona hizi signature zimetoka kwa watu wa IEBC, na huyo unaona aitwa Mary wa Kesho, ndiye alikuwa the returning officer wa hiyo constituency. Na ukienda hapo pia tena ameandika Margaret huyo wa Kesho, na unaona stamp ya IEBC. So it's the same thing, ndio tunataka kuangalia. Na ukiona ndani utakuta hizo ndio results zilipeanwa, na tena ukienda kwa form nyingine utakuta hizo ndio results zimepeanwa. Hapo ndani ukianza kuangalia peke yako huwezi ona. Ndio sababu tunatumia mashini sasa kutofautisha. Sasa hapa nataka uone kitu ambayo imefanyika. Kwa one of the forms utaona
hapa utaona vizuri because of the size. Lakini nitakupeleka mahali utaiona vizuri. Mahali tumeindicate hapo red, in one line tunaona 270 and in the other line tunaona 79 given to Ruto. In one line it is 270 given to Baba and the other line is 79 given to Ruto. Then when we go to the other form that comes from the IBC portal at the Bomas that was used to declare the president, in this case, sasa tunaona Baba amebaki na 170 and Ruto has 179. Kila imefanyika hapo, 100 ya Baba imechukuliwa hapa na imepelekwa kwa Dr. Ruto direct. Hivyo. So inamaanisha, kwa hiyo polling station moja, Baba has been defeated by 200 votes. Because amenyang'anywa na huyo amepewa. So ameshindwa hapo na kura 200. And yet, ukiangalia from the server, inaonyesha yeye ndiye ameshinda na kura 200. So hiyo kura 200 zake zimepeanwa pande ile ingine. Na mnaona hii is official IBC form 34B. Ndio sababu hawajatokezea kudispute it until today. Hawajai dispute. So, you have to take it seriously that the things that are being said are serious. When we go to this form, you may not see, but the places we have highlighted, zinaonyesha the same. Now, kama uko na smartphone yako, na uko na internet ndani, utatype hiyo, alafu tutaenda pamoja ukiangalia. Imeandikwa hapo, kenyaelectionresults.com. Utuangalie hapo na tutaangalia pamoja. Usijali, we are finishing very fast. Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, 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 jeshi ya Baba, 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 sini wa Baba, 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 jeshi wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba. Naenda online, so nataka uangalie what is there on the online that has been placed there. Mwende muone. I'm just here to highlight it so that kila mtu ambaye ako na ujuzi anaweza kuja kuiangalia. Baba, jeshi ya Baba. We have summarized votes were taken from Baba and 100 votes added to Dr. Ruto. Then you go to Mvita constituency. Here 400 votes zilichukuliwa kwa Baba na zikapeana hiyo ni Lower East.
Murang'a, hapa in Murang'a we detected 2 constituencies that things happened the wrong way. Here, we note that in Mathioya is where votes were interchanged, such that he lost. That is what happened in the Murang'a. So in this case, utakuta, Baba alipoteza 70,000 votes. Gained 70,000 votes. So, it was a swap that just took place because you voted and went home. After that, now activity started taking place and the full evidence is there. I want to take you to the evidence that where we find this from. Nitaongea Kiswahili. Baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba. Sasa, nataka uone hapa. Kwa hii site, ukienda kwa hiyo website, utakuta tumearrange. Hii download ya kwanza ni ya IBC servers. Ile data ambayo iko kwa server ambayo mnasikia ikisemwa fungueni hiyo server tuone hiyo data hapo ndani. So hii iko haifunguliwe sababu hatuna, tuko nayo, but tunataka IBC to own up that is their data because they are still not owning up. So when we come here we download hiyo. Utaona sasa mnaona hiyo data is exactly from IEBC. Hapa hatutawaonyesha vizuri. Data walituambia wameweka kwa portal ili kila mtu ajionee mwenyewe. So hii station number 1, here we are told it gave Baba 326 and Dr. Ruto was given 84. But when you go to the other side, now it is Baba having 84 and Dr. Ruto is having 326. That means your data imesopiwa direct, just like that. And the truth is, this place was supporting Baba, as we know it. So, if you look at it down here, you will note that now Baba has losses here and Dr. Ruto has gains to the point that now when you add this total, it becomes 44,690. Is to tell what is the difference between these two forms that are floating around. That IBC has not come out to dispute that it is not their form. So
gave him in that first station, and Dr. Ruto was given 58, but now it andå a må rang'a nä mweyonera nä mwona wĩici nä mwona må tikiuge mbu mbu ĩngĩ ona matirĩ thoni rĩu nĩ tũrenda nĩ aigana marenda kwarĩrio nĩ baba nĩ aigana metereire Wangari wa Karua nĩ aigana metereire Wanjakoya rĩu niĩ ndikwaria mũno niĩ wĩra wakwa ũmũthĩ nĩ wakinya mũico na nĩ wega mũno nĩ gũthikĩrĩria ũguo ndĩmwĩrire gwitũ niĩ nĩ kĩgumo na mũndũ ũrĩa watũmire tũgacemania na mũthuri ũyũ nĩ njamba ya gũkũ kĩharũ yetagwo Stanley Jindo wa Matiba nĩwe wanyitire guoko gwakwa akĩheana kwĩ mũthuri ũyũ na kuma mũthenya ũcio tũtirĩ twatigana twĩ hamwe andũ aitũ atumia arĩa mwĩ haha nĩ ndĩrenda kũmũtũma kĩama nĩ mũgwĩtĩkĩra nĩ tũcambĩte mũno 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 ta andũ a Mũrang'a nĩ mũrathikĩrĩria wega
tucambete muno tandu wa Murang'a. He mwiritu wa gwitå gĩcagi wĩtagwo Wanjirũ. Wanjirũ nĩ athiĩte Gĩthumo kwa mũthuri ũyũ. Mũtumia wake ũgwĩtwo Mama Aida akamwarĩra gĩtanda agakoma. Wanjirũ no ũcio arathia gĩcambagia mũthuri ũyũ. Mũrenda ĩkwo atĩa? Ĩkwo atĩa? Kĩu nĩ gĩtĩo. Mũndũ ũkwarĩire gwake mũciĩ no mũrume. Mũndũ ũkũrĩte gwake karibu no mũcokerie. Andũ aitũ, mbeũ njĩthĩ nĩ ndamũtũma mũthiĩ mũno na mũrore ũrĩa maica maikaragwo. Niĩ ona tũngĩtania nawe njũkĩte gwaku no ũkanjarĩra no ũkahe gĩa kũrĩa ngethamba kĩroko na ngaimagara. Ona tũngĩgeka na atĩa ndingĩgagũcokeria. Twĩ hamwe andũ aitũ? Twĩ hamwe? Haya, Governor, ũka nĩguo rĩu ũtwarithie hau hangĩ, na nĩ ndakena nĩ gũthikĩrĩria, na Mwathani arokũrathima. Mwĩhũrĩre rũhĩ. Asante sana, nĩ ndĩramenya nĩ tũnogire ĩtiguo. Okay, tutinogete. Thank you. No wĩra tu. Sasa katika hii sehemu nyingine hawa viongozi wetu watatupatia ujumbe. Mumewaarifu ile ambayo inamkela na tutakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza wachache waongee, alafu baba aongee, alafu hao wengine wachache waongee. Baba ataongea hapo katikati. Na tutaongea kwa kifupi na tutaanza na aliyekuwa gavana wa Laikipia Bwana Nderitu Mureithi. Asante sana Governor Wairia. Kinara wetu Right Honorable Amolo Odinga na deputy wake Martha Karua, ndugu yangu Oparanya aliyekuwa gavana huko Kakamega, Waziri Eugene, protocol zote tumefuatilia. Muriaga Murang'a? Muriaga regi? Muriaga regi? Niseme kidogo kwa Gikuyu, nitatafsiri kwa Kiswahili. Iko namna hii, kuhiana atiriri andu aitu. Eko gĩgĩtuĩka thirikari ndĩrahota kũrĩha andũ a wĩra mĩcara rĩ. Nĩ ĩrathiĩ wega yo thirikari? Nĩ ĩrathiĩ wega? Twagĩrĩire gũkira kana kuga? Ĩtuĩka thirikari ĩratwarithio na maheni atĩ nĩ tũramũrehera bataraitha rĩ. Mũrĩmi ũyũ rĩ, ithe ndarũgama haha kwĩra bataraitha ĩyo mationete. Twagĩrĩire gũkira kana kuga? Gĩgĩtuĩka thirikari tũrerwo ithuĩ arĩa tũtamaikĩirie kura, na nĩ haki itũ, arĩa maikĩirie Azimio na arĩa mataikirie kura, na nĩ andũ aingĩ Kenya, mũrerwo inyuĩ rĩ, hatirĩ handũ mũroke? Mũrokĩra atĩ tondũ mũtirĩ shareholder. Ngũria atĩrĩ Njoroge, twarie kana tũkire? Nĩ ũndũ ũcio rĩ, tugakiuga Kenya yothe harĩa mwarũma, ona mũgĩetagĩrĩra atongoria ya gũka, mũcokanĩrĩre mwanjie kwaria cia bũrũri wanyu, tondũ hĩndĩ nĩ hĩta, nĩ hĩtanu. Ta ithuĩ Nyahururu twĩkuo rũciũ thaa 4 na town hall ĩno tũgĩcira, tondũ no nginyagia tũranie. No ririkane gatiba yugaga atĩrĩrĩ, hinya wa bũrũri nĩ waku we Mũkenya, niwe ũgayagĩra ũrĩa wathura. Angĩkĩremwo nĩ wĩra rĩ, githĩ ti ũkĩre? Nĩguo andũ aitũ nĩ tũranyitanĩra hau. Wenzetu wakubali ukweli wa mambo. Hatujawahi ona serikali inashindwa kulipa mishahara ya wafanyikazi, na wasiseme ati walikuta pesa imeporwa. Hiyo ni porojo tupu.
kwa sababu tangu waingie usukani hawa wa Kenya wamelipa kodi trilioni 1.55 trillion. Serikali pia inaenda kwa soko, imekopa zaidi ya bilioni 600-700. Hiyo hela yote inaenda wapi? Inaenda wapi? Na wakati tunauliza hii maswali, wasione ni matusi, hii ni haki ya Mkenya. Kwa hivyo mimi nasema hivi, mahali kokote tuko wa Kenya, wakati serikali udanganyifu unaelezwa kwamba wewe utapata fertilizer kesho na upati, ni jukumu letu kama wa Kenya kusimama na kukomboa nchi yetu. Kwa hivyo kokote Kenya hii, wewe mkiwa wawili watatu, hata kabla ungoje viongozi hawa wafike, hebu tupatane tuzungumze ya Kenya, kwa sababu Kenya ni yetu. And those in power must recognize sovereign authority belongs to the people of Kenya. It is only donated to them. And in this case, fraudulently so, kwa sababu umeonyetwa na mtaalamu hapa. Kwa hivyo, Adwa Muranga, nimoko hujia ichio, porori wothe, nimoko chamania wodi cianyu, na matora manyu, toshire nigetha tukomboreke, tukomboe nchi yetu. Ni sawa sawa? Asanteni sana. Nimuite ndugu yangu kinara SG wa Jubilee Party, Jeremiah Kioni. Karibu sana. Muriega. Tageithia ngeithi cia baba tuone baba. Nega na makenete ni kuona Raila Amolo Odinga. Tuone moko iguru. Mathaa ni mathire na itwenda kumuthikiriria githi tiguo. Maundu mana. Kiria gitumite tukorwo tukirumanira na baba. Na gutire handu athiete thiini wa bururi wa Kenya itathiete. Ni tondu wa kuona ati maundu maria meranirwo ni aria mari thirikari-ini matirahinga. Oria marathie na mbere noguo ng'aragu na muturire urathie ukigia goro. Niguo kana tiguo? Na nikio turacokeria baba ngatho tondu ni etikirie gutuika mwario wa mundu ucio tiriri. Uguo murauga na aria mandikite open the server, gitumi gia kuga server ihingurwo niguo kumenyeke uhoro wa mari ni uyu kana ni uyu. Angikorwo niwe wahotire ri thie na wagatatu ni IBC na andu aitu munyite ha ogo kuri hindi ugwati ukite ni riu twereke ire kuruthiriria ndeto cia mihaka ciana cianyu itikona umithio bururi uyu. Twerekeire kugayania mihaka na thiini wa Murang'a, Mathioya na Kangema twaga kugarwa gatiba kuringana na uria twaugite kana uria gugukirwo thabari ino. Twaga kugarwa gatiba, Mathioya na Murang'a ni gutharuka igutharuka. Ndaragwa gwitu Kagege itagwo Tetu Uthaya onacio ni igutharuka ni undu wake tutikinyetie oingi wa andu aria magire gukorwo mari thiini wa constituency niguo thie na mbere na gwithurira mubunge. Koguo metha-ini iria irathie guikarwo na muruthiririe munjire kana hari mundu wanyu hau miena eri, metha-ini iria irathie guikarwo tware magukorwo tukiariria na tumenye uria kurathie tugutigwo o ringi o toria twekirwo ni Moi
agitiga tutai na constituency ciganaine na kuria ari ni kurandikirwo marwa bunge ni uria wikarire gitinda gikeno arauga ni akwenda counties igayanio counties iria iragayanio ciothe caria wone gutire one mwe yumite rugongo rwitu iria ihutanitie na ithuĩ ni Naikuru na Naikuru yaturanio keri niguo guthondekwo constituency ya Rumbwa na ithuĩ tutigwo mwena ũyũ ũngĩ tugaiwo kuria turi kuria Rift Valley. Haha ni haria heragwo hindi ya kahindi na kwi hindi ya ithiru na kahindi meruka no nginya tuthikiririe na tuigue atiri ni nako tuguteithikira tugithie na mbere na nikio ndira kumwira haha no nginya tuthikiririe na utue ni twaikirie kura uria twaikirie na iria ingĩ ikiiwo na ni tuona baba haha hena iratathi ihuthu itai haria riri baba ni ahotete na kura 8.1 million votes akahota ucio ũngĩ na 5.9 million votes iyo niyo yari kura yao gatagati ka baba na mundu ucio rigiti-ini ni kura milioni 2 na 100 kana 200 guku gwitu iria ciatunyirwo baba igikirwo ikaho-ini kia Ruto ni kura milioni 2 cia 600 Chebukati andikire ati ithuĩ twaikirio wandu 800 nio maikirie baba tugitunywo kura milioni 1 hakuhi ya 800 agitutunya akinengerana na nikio rero raigwa tukiuga tuhingũrĩrwo sava niguo na ithuĩ tuoneke gĩtĩo gitu tutige kuoneka ta andũ mekĩragwo ikonia magatwarwo thoko makendio hamwe ati nĩ twĩciragia no ũikio ũũ na ũikie ũrĩa ũngĩ nĩ tũkwenda gĩtĩo kĩu wa mũico nĩ ũyũ nĩ twathura ambunge nĩ mathiĩ bunge wathurĩtwo na kĩama kĩa UDA kana tukiuge kĩama kĩa Jubilee woya magũrũ wathiĩ waingĩra mwena wa kĩama kĩrĩa gĩgwĩtwo UDA na ndũnoka kũria andũ arĩa magũikĩirie kura hapo ni haki hiyo ni haki angĩkorwo nĩ ũrenda gũthama kiuma kĩama kĩrĩa gĩagũtwarire bunge chonga kũrĩ raia makwĩrwo na ithuĩ nĩ twetĩkĩra kĩama kĩu angĩkorwo matigwĩtĩkĩra ũguo tigana nao njokere rĩngĩ twarĩkia gũthurana tũngĩtuĩka atĩ andũ arĩa twathura mũndũ arĩthiaga kũrĩa bunge orũrage ũrĩa kwenda we gũtirĩ hĩndĩ mwario waku ũgakinya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩu andũ aitũ nĩ magũrirwo kũrĩa bunge nĩguo athiĩ gũikarwo metha-inĩ ya gũcira ũrĩa bũrũri ũkũgayanwo indo na tũtirĩ na mũndũ metha-inĩ tondũ andũ aitũ mainire ta thara rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ na nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ mbere ya twĩtĩkĩre gũikara thĩ twaranĩrie andũ acio marũgĩte kuma kĩama gĩkĩ magathiĩ kĩrĩa kĩngĩ mambe macoke kũrĩ raia maikĩrio kura rĩngĩ mekĩrwo hinya hau maragĩthire angĩkorwo nĩ harona kagĩrĩire nĩ tũratwarana na angĩkorwo ndũgwĩka ũguo no nginya weherere gĩtĩ kĩu tũke tũcarie mũndũ ũngĩ kũrĩ raia gĩtĩo gĩa kura yaku no nginya gĩtwarwo bunge haro niĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia na mwamũkĩre ngeithi cia Uhuru mwamũkĩra ngeithi cia Uhuru na nĩ atuoroteire mũthuri ũrĩkũ agĩtwĩra atĩ ũyũ nĩwe ũngĩtũtwarithia na indo iria tũnyitĩire me hamwe rĩrĩa marĩ na ngeithi noyo ũngĩhota gũcikinyia Gachagua araheanire oda netagwo gaciethera araheanire oda anake manyitwo atĩ nĩ arĩu nĩguo kana tiguo gũtirĩ mwanake ũkĩraga gũthiĩ kũnyua njohi no angĩkorwo nĩ aga wa gwĩka nĩ agũthiĩ kũmĩnyua nĩguo kana tiguo aga wa gwĩka nĩ agũthiĩ gwĩka atĩa kũmĩnyua tũrenda mbeca ciũke gũkũ gwitũ nĩguo anake magĩe na wagwe na gwĩka ithuĩ tũtikoragwo tũrĩ arevi hii imechelewa sasa wewe umechelewa na hiyo toa hiyo nĩ tũratwarana ũyũ ũngĩ nĩ kũraheanirwo oda irabu ihingwo irabu icio ikĩhingwo ũmenye kũrĩ andũ mandĩkĩtwo kũu na kũrĩ andũ mathomithagĩria ciana kũu kũrĩ andũ marutaga mũtu wao kũu thĩna witũ ti irabu thĩna witũ ti anake mokĩraga kũnyua thĩna witũ nĩ kwaga gwĩka tondũ mbeca iria ciũkaga gũkũ gwitũ ciumĩte thirikari nene itiganaine na iria iheanagwo kũrĩa kũngĩ na nĩkĩo ciana kũrĩa irareheirwo basarĩ makarĩhĩrwo 40,000 na mũndũ akarĩkĩrio nginya university gũkũra nĩo 250 na 2,500
twenda handu hau hathere mwakoge kana miaka ege guka ciana citu na cio igatuika cia guthie thukuru ireheirwo ne thirikari toria kuria kungi kurekwo tuthikiririo na turerwo ni baba twaga kuigwa baba haha ni tukundetio rui na ndenda gukwira atiriri gachiethera ni arikirio wira nake miaka iri roko cioire giti na njira ya dirisha ari na aria orotete agakorwo nao ithuĩ tũrĩ arĩkĩrie wĩra ũkĩrai twĩcirie tũgũtigwo haha ta irimũ ta andũ matathomete tũkĩragwo atĩ andũ nĩ amaumau ihana andũ njuria matũ gũkũ kũrĩ mũmaumau wacurĩtie matũ waragĩtwĩra ndeto cia maumau marwagĩra ihoto icio ti gũthiĩ gũtũruma ruga ovyo ovyo. Kwa hivyo mimi nasema ni asante sana baba kwa kuja hapa. Thank you Bwana Wairia kwa kupanga hii mkutano. Tunashukuru na tutapanga kule kwingineko. Kama vile Derito Mulevi amesema ni kwamba kesho tuko Nyahururu na mkutano kama huu ili sisi pia katika Mount Kenya tuanze kuongea pamoja na kuelewana tunaenda wapi, kwa sababu Kenya kesho itakuwa tofauti na leo. Na kama sisi hatuko kwa hii meza basi tutaachwa nyuma kama vile tuliachwa ile miaka 24 ya Moi. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu ambariki. Asante. Mheshimiwa dakika moja. Mimi sitaki kuongea sana ili tuite naibu wa baba. Lakini kuna kitu kimoja nataka kusema. Uhuru si mjinga. Uhuru ngoja kidogo. Uhuru ni Mkikuyu. Na kuna ile mambo ya Wakikuyu walikuwa wamekubaliana na baba. Ujiulize tangu uchaguzi Wakikuyu fees tunaweza kulipa fees? Hatuwezi kulipa fees. Kahawa hakuna pesa, majani hakuna pesa, kazi mtaani hakuna. Tujichunge sana kusiwe na Wakikuyu wachache wanazunguka kama wachawi wakituuzia mambo na nyumbani tunaumia. Sasa nimuite naibu wa baba Madam Martha Karua. Muranga oye, Murega. Your Excellency Raila Amolo Odinga, wezangu viongozi wa Azimio na mwenyeji Mwangi wa Iria, Governor Emeritus, pamoja na Kamau Mwehia na wale wote mumeandaa hiki kikao. Hamjambo. Ũmũthĩ ngwamba kũmwarĩria gĩgĩcũgũ kĩnini gĩcoka kũthike thweri. Ndĩmwĩre nĩ mũthenya wa bata tondũ thirikari haramu ya Ruto ĩkoretwo ĩkĩgiria mĩcemanio teno thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya. Tondũ mangĩenda gũtuĩke andũ a Mount Kenya nĩ abũnu, nĩ meganĩire, ciana ciao nĩ irathoma matĩna mathĩna na wĩra wao no gũkũngũĩra thirikari. Mũrĩeganĩru, mũrĩ abũnu, ciana cianyu isawa, mwĩ sawa, twĩ gũkũ kũmũbingũra tũnua tondũ Mount Kenya nĩ abinge ndũĩ nĩ ta bĩndĩ ya atĩ mũndũ angĩaria nĩ kũringwa kĩongo. Wakati kulikuwa na maandamano, kila mtu akipeana notisi akiwa Mlima Kenya alikuwa anafukuzwa na polisi, wanaenda nyumbani kujaribu kumshika, na siku ya maandamano wanapeleka polisi wengi kuzuia maandamano. Hiyo ilifanyika Kirinyaga kule Kiambotogo wakati vijana walipeana notisi. Hiyo ni kuona ya kwamba wanazuia watu wa Mount Kenya kutoa sauti zao. Nĩ mũgwĩtĩkĩra gwĩkĩrwa Kenya? Nĩ mũgwĩtĩkĩra kũnyitwa tũnua? Mimi nasema hii ni ya kufungua vinywa vya watu wa Mlima Kenya. Muweze kujieleza vile mumeelezea leo, muwe na uhuru wa maandamano kama maeneo ingine Kenya. Na niseme hivi, mumeelezewa vile kura ziliimbiwa. Unaweza angalia uone ati no kurega na rimwe irathamwo mwena ũyũ igekĩrwo mwena ũyũ ũngĩ, we ũrie tũkura tũnini ta tũu no tũtũbe thĩna. I want to remind you that we had
over 33,000 polling stations. So when you mess with 100 votes, as little as 100 in a polling station, or in all the polling stations of Kenya, you end up with over 3 million votes. Nemwanyita, eto doabota kweoria kuregana no ikithukie. Kuregana pa polling station, theine wa polling station, ngiri 30 ne kura milioni sigana. Nemwanyita, hatusemi zilimbiwa kwa kila polling station, lakini kwa polling station nyingi, na ndivyo kura za baba zikapunguzwa na over 2 million votes. Netwanyitanira. Mimi nataka kusema kwa maisha hakuna mtu wa Azimio na wa UDA. Bei ya unga ni moja kwa kila Mkenya. Na kwa hivyo nazungumzia watu wote. Uwe wa Azimio, uwe wa Kenya Kwanza. Mimi nakuambia tazama uangalie kama serikali inatenda haki kwa watu ambao hawana ajira, watu ambao wamefinywa na uchumi. Nani ataweza chakula ya kutosha kama unga ni zaidi ya 200? Si kila mtu anatezeka. Kama pesa ya shule ya kusaidia Wanakenya imepunguzwa, ni kusema mtoto wa maskini hawezi kusoma. Ruto mwenyewe amesoma na pesa ya kodi ya Wakenya, HELB, wakati alikuwa university, na pia sisi tumesoma na pesa yenu. Kwa nini ukose kuweka pesa ya kutosha ya HELB watoto wa wanyonge wasome vile wewe ulisoma? Kwa nini uondoe pesa ya subsidy ya chakula ilikuwa imewekwa kwa bajeti, muende mkanunue magari ya kifahari wewe na wenzako, Wakenya wakilala njaa? Kwa nini uondoe pesa ya kusaidia watoto wetu shule, wewe muende safari za ng'ambo na delegation kubwa na marafiki zako, watoto wetu wakikaa nyumbani? Hiyo ni haki? Sisi tunasema, ukiona sisi viongozi wa Azimio tuko nje, tunasema lazima unga ipunguke mpaka shilingi 100. Lazima gharama ya maisha irudi wapi? Na kurudi chini ni kusema bei ya petroli irudi wapi? Ni kusema wazazi wasaidiwe na pesa ya shule, support for education irudishwe mahali ilikuwa. Ni kusema pesa ya matibabu irudishwe mahali ilikuwa, ndivyo mnyonge asikufe bila dawa. Kwe mundu kenaga riria arwarite akaga dawa, kana murwaru waku agite gutangikirwo thibitari-ini. Mimi nataka watu wasikize, hii si maneno ya Azimio na UDA, ni maneno ya maisha yako wewe. Utakuja kuambiwa ati kama wewe ni wa KK wachana na Azimio. Utawachana na Azimio, bado utalala njaa. Utawachana na Azimio, mtoto wako atakaa nyumbani. Kama sasa wamekataa kupatia counties pesa kwa mwezi zaidi ya 4. Si hapa ni county ya KK, ya Kenya Kwanza. Si governor ni wa Kenya Kwanza. Amepatiwa pesa. Kila mtu anaumia. Hakuna county imepokea pesa. Na pesa bado serikali inaokota kodi kila siku. Kila mwezi wanachukua 175 billion. Wa sasa wamechukua kodi ya 1.5 trillion na wamekopa nusu ya trillion. Kwa hivyo wamekuwa na trillion ngapi? 2. Hiyo pesa imeenda wapi kama wananchi hawajapatiwa huduma? Usidanganywe mambo ya mbolea, fertilizer. Mimi nataka, wakulima ni wangapi hapa? Mikono juu. Ni karibu kila mtu. Wangapi wamepata fertilizer? Kwa ukweli, tafadhali kama umepata. Tunaambiwa mambo ya mbolea, na hiyo mbolea
tumekuja kugundua ni scandal. 15 billion has been wasted on subsidies for agriculture. Watu wamekuwa matajiri ile wakati wewe unalala njaa ukiambiwa ungojee fertilizer. Mimi nasema hata kama wangekuwa wamekupea fertilizer, lazima pia wapunguze chakula, sababu ile tumepanda sasa hatutaipata until 3 to 4 months. Na yule mnyonge si utakuwa umekufa njaa. Sasa niingie mambo ya saba. Nilitaka kukuonyesha shida ni kwa kila Mkenya. Uwe wa Mlima Kenya, uwe wa huko Sugoi, uwe wa kila mahali, au nafikiria Sugoi ni kila mtu ameshiba. Wale hawajiwezi wako na shinda kama wewe. Na hiyo ni mambo ya ukweli. Kwa hivyo tusigawanywe kwa misingi ya kikabila, tusigawanywe kwa maeneo. Shida ni shida, na kama uongozi ni waharamu kwa kila mtu. Kwa hivyo tuwe na jukumu la kuona Kenya imepata uongozi ule tunahitaji. Kwa nini tuseme saba? Nataka kuwakumbusha 2007 tukawa na furugu baada ya uchaguzi. 2013 kukawa na shida, ikaenda kotini, koti ikakosa kutenda haki. 2007 tulipata ile serikali ya nusu mkate. 2017 kukawa na shida, koti ikaona kweli uchaguzi ni wabadia, ikasema urudiwe. Lakini koti ikakosa kusema IEBC rekebishe makosa kabla ya kurudia. Kwa hivyo baba akakataa kwenda kwa kichinjio, akasema haendi kwa hiyo uchaguzi. Haki haikutendeka. 2022 tumeibiwa tukiona mchana pale Bomas, sababu kimeumana wakati wa kuhesabu. Sasa nauliza, tutaendelea tukilia kila mwaka uchaguzi ni mbaya? Tunataka hii mambo ifike kikomo, na kufika kikomo ni kusema fungua tujue ni nani alishinda na ni nani hakufanya nini. Already netueretwo ni whistleblower ni baba alishinda, lakini sisi hatuna. Tutirebora kithuri turuga atiriri, we utaratuitikia bingura saba, open the saba. Kama mkate ni yako tutakuangalia ukikula, hatutasema chochote. Kama ni yetu utaenda kwenu Sugoi wewe. Tumekubaliana? Hakuna mchezo. Na wale wanasema tunataka handshake, alikiwa na huyo Ruto, sababu Ruto hakuondoka kwa serikali mpaka siku ya mwisho, hakuondoka kamwe. Kwa hivyo baba sio mtu wa kwenda kuomba mkate ya wenyewe. Ako na utulivu, anangojea saba tujue mkate ni ya nani. Netwanyita ndirado ito. Kwa hivyo nikimalizia niseme hivi, tukubaliane ya kwamba hatutakubali kamwe kutishwa, ndivyo tuogope kusema ile iko kwa roho zetu. Nemogwetekera gwetikira. Vijana mpo? Hiyo wakati wa kutetea vyama vingi nilikuwa ndani ya hizo harakati. Nilikuwa kijana, I was a youth. Wewe kijana ya leo, amka upiganie nchi yako vile tulipigania nchi yetu juzi. Netwanyitanira mwekuo nemogwetekera. Sasa bila kupoteza na msiwe na hali ya kusema nikifanya hivi nitafungwa, nikifanya hivi itafanyika nini. Mimi nimesema nafuata ile wimbo wa kijana kama nyinyi Juliani, ile inasema niko tayari kulipa gharama
sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Wacha tuimbe hiyo basi vizuri. Niko njaa, siesi karanga, hae hae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kusasura wataki kusasera. Udugu ni kufana, sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Asanteni sana. Sasa mujipe nguvu, safari ni ndefu lakini ni lazima tufike. Bila kupoteza wakati, niwaitie kinara wangu, mtetezi wa wanyonge wa Kenya, rais wetu Raila Amolo Odinga. Haya. Haya. Murang'a hoi. Vijana hoi. Wamama hai. Asanteni sana. Tuna furaha sizo na kufani kufika Murang'a siku ya leo. Na nina furaha kuona nyinyi vijana, kina mama na wazee kujumuika hapa katika hiyo kumbi hapa Murang'a. Nataka kutoa shukrani kwa gavana mstaafu rafiki yangu Mwangi wa Iria. Yeye ndiye alinitumia mimi ujumbe, akaniambia naona wakati imewadia ya sisi sasa kurudi upande hii. Nilikuwa huko Mombasa, nikamwambia nitakuja tutakutana. Tulipokuja tukakutana na yeye, akaniambia mimi yeye nataka tuungane pamoja turudi kwa kiwanja. Basi nikasema tuendelee. Wiki iliyopita tulienda naye katika mkutano kule Kamkunji Nairobi. Yeye kule akaongea na Wakenya na akasema maneno ambayo amerudia tena hapa. Mambo ya Kenya Incorporated. Ati Kenya ni kampuni. Kuna wengine wana hisa, wengine wana hisa mingi zaidi, wengine wana kidogo, wengine hawana chochote. Ni hoi hai. Hawindi. Akasema kama wengine hawana kama sisi, basi sisi tunafanya nini Kenya? Sisi tuhame. Tuhame. Alile hiyo swali. Sasa tulisema tutakuja hapa kusikia viongozi wa Murang'a wakiongea. Na nimeketi hapo kwa makini sana nikisikia wale wa vijana, wale wazee na wakina mama wakiongea. Ilikuwa ni kama mgonjwa ameenda kwa daktari. Kenda kwa daktari, sema kichwa kinaniuma, tumbo linaniuma na kadhalika. Daktari asemi ya kwamba kwenda pale ni dunge wewe sindano,
Hapana. Anamwambia leta mkono yako. Sana shika mkono. Alafu sasa anachukua ile kipima nini? Anaweka kwa sikio hapa. Fungua shati. Aweka na pima kiherehere yako. Sio? Alafu anakuja kitu kingine anafunga mkono yako hapa. Anapima vile damu inatembea. Sivyo? Ngine anaweka kwa mdomo. Kipima joto ili ajue joto yako namna gani. Sasa ingine anasema tutoe damu. Sasa toka na damu. Chukua hii kikombe kwenda pale leta mkojo yako. Sio? Paka apime ndio ajue ile kitu inadhuru wewe. Maana yake inaweza kuwa anakupatia dawa ya malaria na wewe ni mtu wa ukimwi. Sivyo? Sivyo? Ndio sababu sasa tumesikia, tumejua shida ya wakulima wa majani chai, shida ya wakulima wa kahawa, shida ya wale wakulima wa maziwa. Sio? Tunajua hiyo shida ya watoto, ya vijana. Hapo sio? Sio? Mpaka ujue. Sasa mimi nimejisikia kwamba kazi hakuna kwa vijana. Wale wakulima wa kahawa sasa bei imerudi chini na hata ile gharama ya mbolea bado imepanda juu na kadhalika. Walikuwa wanapata 120 imerudi sasa 70. Sio? Majani chai wale vijana wanakaa hawana chochote. Kazi mtaani ambayo ilikuwa wakati ile sasa hakuna. Sasa mtu mwingine anakuja anasema vijana waache kupunya pombe, washikwe. Vijana wanakunya pombe kwa sababu hawana kazi. Sababu hawana kazi. Sivyo? Hapana shika mtu atema kunya pombe. Pate kazi. Pate kazi atawacha pombe. Lakini kama hakuna chochote cha kufanya, atafanya nini? Si apige pegi tu. Ile asahau shida yake, sio? Kwa hivyo mimi ninataka kuambia jamaa wale hawaelewi shida ya Wakenya. Sasa sisi tulisema ati tunataka kubadilisha hali ya maisha ya Wakenya. Tulisema mambo mengi ambayo tulisema tutungefanya. Lakini hawa jamaa vile vile walitoa ahadi. Wakati ile walikuwa naongea mama mboga, ati yule hasla, yule mtu wa chini, yule bodaboda na kadhalika. Tunasema namna yake ati chini juu watu msaji wanasema haya yote. Siku hizi mnasikia hiyo lugha tena? Mambo ya hasla mnasikia tena? Ati hasla fund unapewa mkopo wa 500. 500 naweza kuanzisha naye biashara. 500 naweza kuanzisha biashara. Yote ilikuwa ni porojo. Ahadi mingi zaidi. Ati nikiweka Biblia chini, bei ya unga itatoka 250 itakuwa shilingi 70. Imefanyika? Wanasema tio tulipata hazina tupu. Kulikuwa hakuna chochote. Serikali ya handshake ilimaliza pesa yote. Nauliza handshake iliiunda serikali gani? Raila alikuwa na waziri ngapi katika hiyo serikali? Nilikuwa na waziri, permanent secretary, hata kazi nilikuwa naye. Sikuwa na chochote.
Mimi niliambia Uhuru ile kitu muhimu tutafanya ni kwenda kuuliza wa Kenya maoni yao bila wanataka mabadiliko tufanye. Tukaunda tume jopo kazi ambaye iliuliza maoni ya watu, ikaja kaandika ile report ilikuwa inaitwa sio na BBI ilisema mambo mengi zaidi tulikuwa tunataka kufanya. Moja yao ilikuwa ni mambo ya one man one vote one shilling, sio one man one man. Sisi tulisema namna hiyo. Nasikia siku hizi wao wanaongea hiyo maneno. Wakaenda mahakamani, sio wakastop hiyo mambo ya BBI, sio wamesahau wale. Sasa wamesahau kabisa mambo mengi ambayo walikuwa wanaahidi, wengine walikuwa wanasema, wengine walikuwa wanapinga, yote wamesahau. Hao watu wako na sahau sana. Ni kama yule mnyama, ni kama yule mnyama tendawili kuona anaona, lakini kusikia hasikii, ile kwa kigongo. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Nani? Mmeshindwa. Unipatie mimi mji basi. Nichukue Murang'a. Si Murang'a. Hiyo ni yule mnyama anaitwa burukenge. Hello? Hello? Unajua burukenge? Unajua burukenge? Ile mnyama anafanana na mamba, si unajua yeye? Yeye anaona na macho lakini asikii, mpaka achapwe kiboko ndio asikie. Mpaka achapwe kiboko, sio? Hawa jamaa wanataka kiboko ndio watasikia. Sasa sisi tulisema ati Wakenya walikuwa na shida wakati ile, na shida hiyo iko mpaka leo. Wengine anaambia wewe ya kwamba walipata hazina haina chochote. Mimi nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya, najua vile serikali inaendeshwa. Tulipoingia kwa serikali na Kibaki tulipata kama hakuna chochote huko, lakini serikali inakuanga pesa unarogota mwezi huu unatumia ile ya mwezi mwezi jana inatumiwa sasa, ile ambayo narogota mwezi hii itafanya kazi mwezi ambao itafuata ya kesho. Na leo na hiyo na yale tulifanya na ile reforms tulileta katika serikali, pesa ikianza kutoka, pesa ilianza kutoka, tunajua pale kuna mianya pale ambayo inavuja. Hata ukigorogota namna gani, lakini kama usipoziba ile shimo, hiyo pesa inavuja tu, inavuja tu. Tulikibaki na Kibaki, tuzibe hapa, tuzibe hapa, zibe hapa. Basi pesa ikaanza kujaa, kaanza kujaa, kaanza kujaa. Baada ya mwaka mmoja, mwaka ya pili, baada ya miezi 6, tukawa siku na pesa mingi. Tukaanza sasa kufanya miradi yetu. Mimi nilizuru mpaka leo hii nimekuja mambo ya barabara. Si mimi nilikuja kuangalia mabarabara hapa. Si nikaanza kujenga mabarabara. Si mimi nilianza. Maana yake nilikuwa nimepata pesa. Miezi 6 ingetosha. Lakini hao jamaa hata kama hawajaingia ndani huko, barua ilitolewa juzi na wale waziri wa fedha Ukuru Yatani, imeandikwa na Gachagua, anataka bilioni 1.5 ya ofisi yake ya kununua ati furniture
sijui nini hii hapa na pale. Ruto ananunua magari, na gari Uhuru aliwachia magari mingi zaidi ambayo hazina kazi. Ati Mudavadi wekiwa ofisi hata ya bibi yake, ya bibi ya Gachagua. Sijua hao watu hawajui kuendesha serikali, imezidi kuvuja. Hata Uhuru alipokuwa pale alikuwa na rogota leo na kesho anatumia. Hakuna siku moja ambayo wafanyikazi wa serikali walienda bila mshahara kwa wiki 3. Hakuna wakati yote ambaye serikali ya county zilikosa kupata pesa kwa miezi 3. Ilikuwa ikikosa mwezi moja, ya pili pesa inakuja. Sasa serikali ya counties hawajalipwa pesa kuanzia Januari, Februari, Machi, sasa Aprili. Pesa hiyo iko imeenda wapi? Hata kiendelea namna gani, wasipofanya ile mbinu hawatakwenda pesa. Sisi na Kibaki tulijua uchumi kianza kupanuka, ndio kaanza hizi miradi kubwa kubwa ambazo tunaziona zote. Ile Thika Highway si tulijenga, zile bypass Nairobi si tulijenga. Hata hii ambayo inajengwa sasa, hii ambayo inatoka Thika mpaka ifinda kule Marua, yote mimi ndio nilichora. Na ilikuwa ingine ipite kule nje, ipite Sagana, nyingine ipite kutoka huko Kenol, ipite hapa Murang'a, ishikane kule Kisagana, ikielekea kule upande ya Nyeri. Sawa? Iende mpaka Nanyuki. Haya yote sisi tulipanga. Lakini hao jamaa hawajui ile mpango, wamekuja na mambo yao wenyewe hapa na pale. Ati nini? Hata hiyo mambo inasikia ya mahindi. Hiyo mahindi ambayo nasema wameleta, hiyo haijaletwa na wale watu ambao wana makampuni ambayo yanajulikana. Ni wale watu yao wale. Hiyo hiko commission ambayo itachotwa pale, bei ya mahindi munga haitarudi chini. Hawa jamaa hawawezi kuendesha serikali kwa njia ambayo sio ya magendo. Kazi yao ni magendo peke yake. Sasa sisi tumesema tunataka kuona kama Kenya inaendelea vizuri vile tulikuwa tumepanga. Ndio sababu tumeweka masharti 4. Kwanza tumesema gharama ya maisha irudi chini. Bei ya unga irudi shilingi 100 kwa mnaunga mkono? Naunga mkono. Pili tumesema mambo ya sava ifunguliwe. Sifunguliwe? Unaunga mkono? Unaunga mkono? 3 tumesema tutaki wa Kenya warudi tena kwa uchaguzi na baadaye inabadilishwa. Mliziona siku ile ya kutangaza matokeo kule Bomas of Kenya, si mliona sarakasi? Tume ya uchaguzi kulikuwa na wanachama 7. Wangapi? Si 7. Sasa Chebukati na wawili wakatoa kusoma matokeo, wanasema hii. 4 wanasema hapana, hatukubaliana hii matokeo ya Chebukati. Si walikataa? Si walitoka? Si walikaenda kule Serena Hotel wakakanusha hii matokeo ya Chebukati? Sasa hiyo tume ya uchaguzi ilikuwa na wanachama 7. Hawezi kuwa 6, hawezi kuwa 8, hawezi kuwa 10. Mpaka iwe kwa kimombo inaitwa odd number. Ili kiwa kama tofauti ya maoni hakuwe na sari. Sasa 3 wamesema matokeo moja. 4 wamesema la. 3 na 4 ipi kubwa zaidi? Ipi kubwa zaidi? Tamara hii hesabu ambayo tumeona ati 3 ni kubwa kushinda 4. Ati Chebukati na wawili wanashinda Jerera na 3. Tumeona haya. Kama
wale wanne walikataa, na kwa kukataa kwao sasa wametolewa kwa kazi, wamefutwa, wamepelekwa nyumbani. Tumesema kama tunataka kujua haki, wale wanne warudishwe kazi, sawa sawa, so warudi kazi, alafu tukubaliane vile sisi tutabadilisha tume ya uchaguzi, ili ya uchaguzi ingine ikija tena kusiwe na hii shida tena. Tunataka IBC ingine iwe hapa Murang'a county, na matokeo ambayo yamesaba Murang'a county inakuwa final. Tuelewana vizuri? Ingine ya Kiambu, ingine ya Nyeri, ingine ya Kirinyaga, ingine ya Nyandarua, ya Laikipia na kadhalika, ziwe 47. Wakati huu Bwana Chebukati ameshindwa kutoa matokeo, kuchapisha kwa Kenya Gazette. Manake yote ambayo alitangaza ni bandia. Hajatangaza matokeo ya uchaguzi kulingana na sheria, kila constituency hajafanya. Tumelana vizuri? Alafu tumesema tunataka ili mabadiliko tulipendekeza katika IEBC ile kwa BBI ya kusema 1 man 1 vote 1 shilling irudishwe. Mnataka namna hiyo? Mnataka namna hiyo? Ngapa naunga mkono nione hapa tena. Sasa tumesema hiyo baba sisi tulisema, sisi tulitoa ahadi. Kwanza tulisema mambo ya elimu. Tulisema tunataka watoto wasome bure. Sisi tulisema namna hiyo. Na tulijua pesa ilikuwa inatoka wapi. Sisi tulisema namna hiyo. Alafu tukasema wale ambaye hawana chochote, pamoja na wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, wajane au wale single mothers, tulisema tuwapatie msaada. Sisi tulisema namna hiyo. Sivyo? Alafu kwa upande ya matibabu tulisema baba care. Baba care. Ili watu waweze kupata matibabu hata kama hawana pesa. Tunasema haya ili watu wetu wote wapate huduma wakati wako wagonjwa. Tunasema namna hiyo. Kwa hivyo yale yote tulikuwa tumeangalia na tulikuwa najua pesa itatoka wapi. Hawa jamaa walikuwa natoa ahadi, lakini walikuwa hawana nia ya kutimiza yale ahadi. Ilikuwa tu nilimwambia nyinyi, hiyo ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Sasa nikitaka maliza sasa, nilikwambia nyinyi kwanza nalete nyinyi salamu kutoka kwa watu mbili. Uhuru Muigai Kenyatta, pili Stephen Kalonzo Musyoka. Watu waliniambia mimi nikifika hapa nilete salamu zao. Sisi tunataka tutembee pamoja. Baba nataka nyinyi wote tutembee pamoja. Kutoka hapa tunasema tunataka kuona kama Wakenya wote wanaungana pamoja. Jamaa wanaongea juu ya mambo ya ati mtoto wa Maumau. Mtoto wa Maumau. Sasa jamaa, mimi sijui kama yeye anajua Maumau ilikuwa namna gani. Maumau mimi nilikuwa wakati wa hali ya hatari. Ilikuwa ni mbaya sana. Wakati hiyo ilikuwa redio inatangaza kwa Kiswahili ati Wakikuyu, Wameru na Waembu ni watu hatari. Ukiona moja piga ripoti kwa polisi mara moja. Walikuwa wananyanyaswa.
Kule kwetu kuna kisiwa ndani ya Lake Victoria inaitwa Mageta. Mama walikuwa nafungwa huko. Hata wazee Warurukanja marehemu walifungwa huko Mageta. Na walikuwa na tesa kweli kweli, tumeona haya. Hiyo ndio sababu Jaramogi alipokuja katika bunge. Jaramogi ndiye alipeleka mswada kwa bunge kuangaliwa kwa hali ya jela, vile mama walikuwa na teso ndani ya jela. Kule Hola, kule Manyani, Kiligamiti na kadhalika. Ndio wakaongea, wakasema kwamba Mau ilikuwa ni liberation movement. Na wakapiga ni mpaka Kenyatta, akasema Kenyatta ndio kiongozi ya watu wetu. Yeye na wale wote ambao walifungwa wakati hiyo. Bwana Gikonyo Kiano ambaye alikuwa mbunge wa hapa Murang'a, ilikuwa inaitwa Fort Hall. Alimkataza Jaramogi, akasema hapana, wale walikuwa viongozi wakati ile, lakini sasa si ni viongozi. Kiano opposed Jaramogi, and he was the representative of Murang'a here. Baadaye watu wa Murang'a wakatoa taarifa, wakasema wanaunga Jaramogi mkono. Kule Eldoret wakasema tunaunga Jaramogi mkono, na Mombasa na kadhalika. Ndio Jaramogi kaanza movement inaitwa Uhuru na Kenyatta. Wengine wakasema Jaramogi alikuwa anasema Kenyatta na Uhuru. Wale walikuwa wanasema Uhuru na Kenyatta. Tupate uhuru kwanza, alafu Kenyatta tolewe jela. Jaramogi akasema pana, is not Uhuru na Kenyatta, is Kenyatta na Uhuru. Kenyatta afunguliwe ili atuongoze kwa uhuru. Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo jamaa ambaye naongea ati yeye ni mimi mtoto ya Mau hajui. Wakati shida ilikuwa mbaya kabisa katika taifa hii, Wakenya waliungana pamoja. Wajaluo, Wakikuyu, Wakamba, Waluhya, wote walikuja pamoja. Kwa sisi tunasema tunataka Kenya iwe kitu kimoja. Hapana leta siasa ya ukabila ya ubaguzi. Raila ni adui wa Kikuyu. Wakati wa giza tena chama moja, mimi nilikuwa pamoja na Kenneth Matiba na Charles Robia. Nilikuwa nakuja hapa Embassy House kwa Matiba. Nakaa hapa kutoka asubuhi mpaka jioni. Tuliposema kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni mbaya ni nini? Mimi na Matiba na Robia tukasema tutafanya mkutano kule Kamkunji. Tuulize wa Kenya kama wanataka multi-party au hawataki. Nyayo walisema haiwezekani. Itichukua miaka 100 kabla Kenya hajakuwa multi-party. Basi tukakaa na Matiba. Tukubaliana wewe chukua wale watu matatu yote, wasanye watu walete kule Kamkunji. Mimi nitaleta watu wa Gor Mahia hapo kwa Kamkunji. Tutaenda, tutasema wapende wasipende, tutafanya nini? Tutaenda. Basi ilikuwa ni 7/7, ilikuwa ni hivi tarehe 7 mwezi wa 7. Kufika tarehe 2 Matiba na Robia walichotwa wakapeleka ndani. Tarehe 4 baba akachotwa peleka ndani. Tulipelekwa ndani. Tuliwekwa ndani wakati hiyo mpaka Matiba akapata stroke huko ndani. Robia vile vile akapata majeraha huko ndani ya detention. Karibu sauti yake. Sio? Wakati huo huyu bwana Gachetha alikuwa dio ya bwana Nyayo. Si alikuwa dio ya Nyayo? Alikuwa dio ya Nyayo. Wakati tulikuwa tunapigana na Matiba na Robia na wale wengine. Kwa mimi nimekuwa pamoja na Wakikuyu tangu zamani. Isitoshe, walipokuwa tumegawanyika katika upinzani, nani achukue? Nyachae anataka,
Saitoti nataka, Wamalo nataka, Kalonzo nataka, Mudawiri nataka. Mimi ndio nilisema Kibaki tosha. Kama nilikuwa mimi sitaki wa Kikuyu, sikujua Kibaki ni Mkikuyu. Sikujua. Sinijua. Lakini nilisema Mkikuyu ni Mkenya. Anaweza kuongoza kama watu wengine. Sio? Kwa hivyo hii jamaa ambaye anasema ati Raila ni adui wetu, adui, mimi nilifanya kitu gani? Fanya kitu makosa nimefanya. Tafanya vile vile isitoshe. Mimi niko hapa na Adhoniwa. Mtoto yangu Junior bibi yake ametoka hapa Kandara. So, na mimi niko na wajukuu wawili hapo. Fidel vile vile bibi yake alikuwa anatoka huko pande ya Kiambu. Kwa hivyo nikikuja hapa mimi nakuja kwa Adhoni. Si mimi Adhoniwa. Si mimi Adhoniwa. Sivyo? Kwa mimi nataka kuambia nyinyi tunataka tuungane pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Tutembee pamoja. Tutembee pamoja. Lazima nasema tutembee pamoja, ndio mkono hapa. Vijana msilale. Vijana msilale. Bado mapambano. Bado mapambano. Bado mapambano. Mama msilale. Hello? Hello? Niko hapa na wengine mimi nataka wasalimu nyinyi. Kwanza niko hapa na Waziri Eugene Wamalwa, Gavana Ambesa Oparanya na Mheshimiwa George Wajakoya. Inaanze karibu. Asante. Hebu tusalimiane hewani watu wa Murang'a. Adu wa Murang'a Muriega rigi. Ngai no mwega. Indashudhe. Asanteni sana kutukaribisha. Tulikuwa tumeelezwa tusikanyage Murang'a siku ya leo. Murang'a ni Kenya ama si Kenya? Ninyi watu wa Murang'a mlio hapa siku ya leo ni viongozi. You are not here by mistake. Uko hapa sababu unatambulika kuwa kiongozi na umekuja kwa mkutano wa viongozi. Na mumeonyesha uongozi bora katika Murang'a kama ule ulikuwa wa Kenneth Matiba. Sababu kuna wenzetu wa Kenya Kwanza ambao wanataka wafanye Kenya hii iwe a police state. Hiyo ni kinyume na katiba yetu ya Kenya. Na leo tumekuja na rafiki wa marehemu Matiba kabisa, wa marehemu Rubia, anaitwa Raila Amolo. Na tena leo nimegundua kumbe yeye amekuja kuona na najua Wakikuyu mnapenda yule mtu anaitwa Muthoni kabisa, ndio? Huwa mnasema gare hitagwa nemudu. Yaani ukienda kuwinda chui lazima uchunge sana ni nani unaenda kuwinda naye, si ndio? Ukienda tu na mtu hivi si anaweza fanya chui uwe wewe, arudi akunyang'anye bibi. Lakini ukienda na shemeji si hawezi waachilia chui kumalize. Si anajua nyumbani mambo yataharibika. Sasa leo tuna shukrani kuwa hapa siku ya leo, na imedhihirisha wazi Murang'a ni Kenya
na katiba ya Kenya ina nguvu kuliko wale wako State House. Ninyi watu wa Murang'a muna nguvu kuliko wale wako wapi? State House. Yani the power of the people is greater than the people in power. Tuko pamoja? Hilo ni jambo muhimu sana umeonyesha siku ya. Mjipigie magofi jamani. Sababu ile katiba Matiba na Rubia na Raila walipigania inasema Wakenya wana uhuru kwenda popote katika Jamhuri ya Kenya. Wakenya wana uhuru kuishi pahala popote, kuwa na uhuru wa fikira na usemi, na kuja kukutana na watu vile tumekuja kukutana nanyi kwa nyumba hii ya Mothers Union hapa Murang'a. Tunawashukuru sana. Na ile demokrasia wamepigania hapa Murang'a, you have a special place in the history of the Republic of Kenya. Hapa ninyi mlikuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa kwanza. The first liberation, kuna Bildad Kagias yanatoka hapa Murang'a. Alitembea na kina Jaramogi na kina Jomo wakafukuza yule mkoloni. So Murang'a, you have a special place in the first liberation. Second liberation, Murang'a, you have a very special place sababu ya ule mchango wa kina Matiba na Rubia. Wameenda lakini ninyi bado muko. Na leo mmesema what Matiba fought for, what Rubia fought for shall never go to waste. Tuko pamoja? So hiyo ni sisi kuwashukuru sababu ile demokrasia walipigania inasema hivi. Democracy is about the people deciding. Na Matiba alikuwa anasema let the people decide. Na watu wakiamua wanaunda serikali yao. A government of the people, by the people, for the people. Hapa ndio nakubaliana na your first governor Mwangi wa Iria. Amesema haiwezi kuwa a limited liability company ya wawili ama wachache. Lazima iwe a government of the people of Kenya, for the people of Kenya, by the people of Kenya. Tuko pamoja? Mnakataa mambo ya shareholding. So leo tunataka tuwashukuru, tuseme asante sana, na vile vile tushukuru sana ule msimamo umechukua siku ya leo, sababu ugatuzi na usawa kina Matiba walipigania huko hatarini. Tangu Januari county zetu hazijapata pesa. Gavana wenu Kang'ata, yeye ni mtu anasema huwa anasema ukweli. Na alikuwa rafiki wa Uhuru sana. Na wakati mambo yalikuwa haendi vizuri, Kang'ata aliandika barua, hakuandika. Si aliambia Uhuru kuna mambo kwa ground sio sawa. Sasa mambo kwa ground yameharibika. Wafanyikazi wa county hii hawapati pesa yao. Wafanyikazi wa umma national government hawapati pesa yao. Mkiona Mwangi wa Iria, mkimuona yeye Bwana Kang'ata, mwambie aandike hiyo barua, aambie rafiki yake Ruto mambo kwa ground sio sawa bwana. Bwana Kang'ata uambie Ruto pia tunajua yeye alipinga katiba hii. Wakati baba alipigania katiba hii, na ndio sababu tunamuita baba wa ugatuzi. Bwana Ruto walipinga hii katiba, wakapinga devolution. Lakini leo tumekuja hapa na baba wa ugatuzi. Nimesikia juzi magavana wa Mlima Kenya, wa Kenya Kwanza pia wanaanza kulia sasa. Wanaomba eti wasaidiwe pesa zao. Katiba ya Kenya inasema ni haki counties zipate pesa zao kwa mgao uliopitishwa na seneti, na vile vile kwa muda unaofaa. So Bwana Kang'ata, don't go begging Ruto. You must demand the right of the people of Murang'a County. Tuko pamoja? It is not a favor, it is a right. Na tunataka tuambie kama wiki ijayo, si Ramadhani inaisha kesho, kama wiki ijayo counties hazijapata pesa, nataka nione rafiki yangu Kang'ata, magavana wote including wa Mlima Kenya, wawe Kenya Kwanza ama Azimio, wote wajiunge na baba, twende maandamano. Na maandamano si mabaya watu wa Murang'a. Maumau waliandamana hadi wakatoa mbeberu hapa. Kina Matiba waliandamana hadi wakatoa section 2A, tukapata multi-party democracy. Tukapata devolution. Leo tuko Murang'a kuambia
watu wetu wakulima wa kahawa, majani chai, maziwa, kuna ahadi nyingi mulipewa. Mimi nilikuwa waziri kwa ile serikali ya Uhuru Kenyatta. Alitoa mtu mmoja anaitwa Peter Munya, akamwambia Munya, enda angalia mambo ya kahawa, majani chai, maziwa na mambo yote yana affect Mlima Kenya. Si Munya alikuja akafanya kazi na wakulima wa kahawa? Bei nasikia ilienda hadi 120. Sasa nasikia hiyo bei imepanda ama imeshuka. Si mambo ya wakulima wa kahawa nalia hapa tukisikia, hata wa majani chai. Yule alipewa jukumu kwa serikali ya Kenya Kwanza, in the executive order of William Samoei Ruto, anaitwa Rigathi Gachagua. Sasa ndugu yangu wakulima wa kahawa, ile mambo mnasema hapa ya kahawa, majani chai, maziwa yakiharibika, huyo jamaa anaitwa Gachagua must be answerable. Tuko pamoja? Na tunataka tufuatane na yeye kabisa hadi atende haki. Tuko pamoja? So sitaki niseme mengi, nataka niseme asanteni kutusikiza. Tumesikia shida tulizonazo Trans Nzoia na kule Western. Kumbe ndio shida mko nazo hapa, si ndio? Na nimetembea na tuko na viongozi wametoka kule Western. Tuko na bwana Oparanya atawasalimu, alafu bwana Wajakoya, alafu tuko na vijana kali sana hapa. Nataka nianze na gavana Oparanya aliyekuwa chairman wa all governors. Alifanya kazi nzuri sana na Wairia kutetea ugatuzi na ndugu yetu Mureithi. You did a great job for devolution. Unless we stand up, devolution is dying under the Kenya Kwisha government. Karibu ndugu yangu. Amjambo wote. Nione jeshi la baba hapa. Nione jeshi la baba. Kumbe network imeshika. Wale ambao nimekutana nao siku ya kwanza, mimi ni Wycliffe Ambassa Oparanya. Nimekuwa gavana kule Kakamega miula miwili kama gavana wenu hapa. Lakini watu wa Murang'a na mpenda kwa sababu nilikuwa napenda Matiba. Mnakumbuka siku za Fort Asili? Matiba alikuwa anafanya kazi karibu sana na Martin Chikuku. Na Martin Chikuku alikuwa babu wangu. Na alikuwa mjumbe wa Butere miaka 35. Kule Butere. Mimi natoka Kakamega lakini kwangu ni Butere constituency. Wakati Martin Chikuku alitoka na mimi nikaingia kama mbunge wa Butere. Kwa hivyo nikisikia mambo ya Murang'a paka nititokeze nikuje mwenyewe hapa. Ndio kwa sababu wakati Wairia alikuwa gavana, nilikuwa nafanya na yeye kazi karibu kabisa. Hata mimi mwenyewe nilikuja kumtembelea hapa na yeye akaleta delegation kule Kakamega. Lakini niliporudi hapa wakati wa kura, nilikuja na baba. Hapa Murang'a tulikuwa na stadium hiyo ilikuwa inaitwaje wewe? Kihura. Tulikuja hapo na niliona Murang'a tofauti kabisa. Wakati watu waliniona hapa wakasema wewe Oparanya umekuja hapa kuleta Azimio. Na sisi ni watu wa UDA. Nikasema kweli nyinyi mmesema nyinyi watu wa UDA mnajua ukora wa watu wa UDA. Imefika wakati nyinyi wenyewe mumeona ile ukora wa UDA. Juzi nilikuwa na rafiki yangu kutoka hapa Murang'a. Akasema unajua hao watu walikuwa wanakuja kwa makanisa, wananunua mapasta, na pasta akiamuka kesho yake anasema mba aliona Mungu, Mungu amemtembelea usiku, na hiyo Mungu amemwambia Ruto ndiye atakuwa rais. Ndiye anaambia wamama, anaweka pamoja wamama, na hiyo ndio ilikuwa mpango
wa hapa Central. Na mnaona shida ile nyinyi mnayo hapa Central, na hiyo ndio shida hata kule kwetu iko hiyo shida. Hiyo njaa ambayo mnasikia hapa ndio njaa iko kule. Mumeona hao wameharibu mambo ya makanisa, wameleta siasa kwa mambo ya makanisa. Sasa hata ukienda kwa kanisa hutaki kukaa huko kwa sababu ile wanaongea ni siasa. Lakini wenyewe mumeona, ndio kwa sababu hao viongozi wote ambao wako hapa chini ya Raila Amolo Odinga wanatetea mambo yenu. Mnakumbuka wakati Kibaki alichukua serikali, na nilikuwa na bahati kuwa kwa serikali ya Kibaki. Nilikuwa waziri wa mpango katika serikali ya Kibaki. Wakati Kibaki alichukua, hukusikia Kibaki analia, Moi aliwacha serikali mbovu, hakuwacha pesa, hakufanya nini. Lakini kwa sababu hawajui kufanya kazi yao, wanasema watu wa Uhuru walipora mali, walienda sijui wapi. Kama mnajua watu wa Uhuru walipora mali ni wa Kenya, kwa nini msipeleke hao kotini? Hao hawajui vile serikali inaendeshwa. Ndio kwa sababu tuko mahali tuko. Mambo ya kilimo ile mmesema hapa imeenda chini, mambo ya biashara, kwa sababu nyinyi watu wa Murang'a mnapenda mambo ya biashara. Hakuna biashara nyinyi mnafanya. Saa hii nyinyi mngekuwa saa hii kila mtu na 6,000. Ile baba alikuwa anasema 6,000 kwa mfuko. Mngekuwa na 6,000. Mungekuwa mnalia ile mlikuwa mnalia. Saa hii mungekuwa kila mtoto wenu ako katika shule. Kwa sababu baba alikuwa anasema elimu ni abu. Wewe ungeweza kupeleka mtoto wako katika kila hospitali akiwa mgonjwa na wewe mwenyewe. Saa hii paka ufanye malipo. Na hata ukienda kwa hospitali yenyewe hakuna madawa kwa sababu hakuna pesa ambazo zinakuja katika kaunti. So shida imekuwa nyingi. Ni uamuzi uamuzi ni nini? Mumerefuka au bado muko pale mlikuwa? Nione wale wamerefuka. Wale wamerefuka. Asanteni, Mungu awabariki. Asante Bwana Oparanya. Na Oparanya alikuwa amesema pesa isipokuja you shut down the counties. Ulisahau kidogo magavana kuwapa advice. Na tena ni watu tumepigania ile mambo ya one man, one vote. Si tunataka usawa? Sasa nataka niwaletee jamaa kutoka Western. Unajua huko sisi tunalima mahindi, si ndio? Na tumesikia unga inashuka. Walisema last week itashuka this week. Hapa Murang'a unga imeshuka? Imeshuka kweli? Sasa tunawaambia tunangoja by next week kama haijashuka maandamano yaendelee siendelee. Mko tayari tufanye maandamano? Tuweke pressure unga ushuke. Lakini nasikia wamekimbiza mahindi yamefika hapa Mombasa. Tunataka tujue, and we want a full disclosure from the government of the Republic of Kenya, because they owe the people of Kenya a duty of care. Lazima tujue hayo mahindi yametoka wapi. Lazima tujue quality ya hiyo mahindi. Tujue kama GMO ama si GMO, si ndio? Ama nyinyi mnataka mletee vitu ya sumu hapa? Lazima serikali declare ile mahindi imefika Mombasa, is it GMO or non-GMO? Tuko pamoja? Na huyu Wajakoya hako na maneno, wacha kuja waambie amestadi mambo ya GMO kabisa. Karibu Wajakoya, karibu. Open on the best, and I don't care about the open on the best, and I don't care about the best. Ngoja kidogo. Kuna kitu Wajakoya anataka mjue. Wajakoya ni kama mtoto wa Kamodho, alifundishwa na Kamodho, wamekaa na Kamodho milele. Huyu ni mtu wa Murang'a. Karibu Wajakoya. Asante. Baba, ukiwa hapa na watu wa Murang'a, ile kitu kwanza nitataka kusema siku ya leo ni kumshukuru gavana wa Iria. Tulipoona gavana wa Iria amekuja
kutembelea baba, tukajua sasa tuko sawa. Ametulete ama hajatulete? Ametuingiza kwa mlima ama hajatuingiza? Kabla sijaendelea, ningetaka kumshukuru rafiki yangu Kagucho. Asante sana bwana Kagucho. Nimshukuru bwana Mwenje, baba yako alisoma na mimi klasi moja. Asante sana mheshimiwa Mwenje, na my classmate mmoja ako hapa, simame tu. Baba mjue leo. Huyo tulisoma na yeye na alikuwa akinipiga shule. Tulisoma naye form 1 to form 4 City High School. Na wale wengine ambao wako hapa. Siku ya leo niko na maneno. Mnajua mambo ya mumea, mnajua mumea ama mjui? Nimesikia hapa mkisema, nimesikia mkisema ya kwamba, nimesikia watu wa Murang'a wakilia wakisema ati bei imeenda juu, bei ya ukulima imeenda juu, mambo ya fertilizer. Mumea hautaki fertilizer. Ukiona nchi za siku hizi, ukiangalia nchi za siku hizi, na nikisema mnafanya ngwe, Canada, Netherlands, Uganda, South Africa, Malawi, wanapanda mumea. Na huo mumea sio mumea wa kuvuta, manake huo mumea unavutwa hata sasa. Ikiwa zile nchi ambazo zimeendelea zinapata mazao yao kutoka kwa mmea, hapa sisi ni makafiri. Bado tuko na ile akili ya uchumi wa zamani. Ukienda Israeli wanapanda mumea. Ukienda Malawi, president wa Malawi leo ni bishop mzima kutoka California. Ameng'oa hiyo mimea ingine yote, ameweka bangi. Watu yangu ya bangi wako hapa. Watu ya bangi msimame. Watu ya bangi. Bangia. Haya, wacha nirudi hapa sasa niongee. Ukiona mheshimiwa Mwangi wa Iria, akili ya Mwangi wa Iria na yangu inafanana kidogo. Sijui sisi wawili ukituweka pamoja, sijui kutakuwa namna gani. Baba ametuweka pamoja. Baba kuna sababu. Sasa nchi hii kuna wale, na juzi niliuliza Musalia Mudavadi na bibi yake watoe statement ya ile 40 tons ya mahindi ambayo imekuja Mombasa. Na tunataka tujue kama hiyo mahindi ni GMO, waliipima namna gani, imeletwe kutoka wapi, na hiyo kandarasi ilitangazwa wapi. Hiyo ni corruption ama sio corruption? Ya pili, tunasikia pia sukari imeingia. Mimi ningetaka gavana wa Nakuru atoe statement kama bwana yake amehusika ama hakujahusika. Mnasikia ama hamjasikia? Mimi si huko hapa kucheza ovyo ovyo. Mnafikia mimi ni mtu wa kucheza? Ya tatu mmesikia kwamba kule State House kuna wanawake wengine wawili, mmoja ni wa Ruto na mmoja ni wa Gachagua. Mnasikia ama mnasikia? Wanaambia watu hapa ati wanataka kesha State House every Wednesday. Wanataka kuandika watu 100 wao wakifanya kesha. Kuomba Mungu sio kubaya, lakini mimi nitawaambia hivi. Wakitaka kesha, kuna watu wale wanaitwa bandits. Wanahitaji Mungu, si ndio? Na hao ni wa Kenya. Waende kule wafanye kesha huko. Na kabla haja waenda huko, wawapelekee chakula. Manake wale mabandits sio watu wabaya. Hao wanapigania haki yao. Na hii mambo ya kuita mtu bandit na umeiba shamba yake, umejigawa shamba yake, umechukua ng'ombe yake, unamuita mkatili, unamuita bandit. Lugha kama hiyo hataki kusikia. Rongo ama namna gani? Alafu sasa tena wameanza kutuambia ati mwanaume afinye mwanaume mwenzake. Ati mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Na mnasikia Gachagua anasema ati atatoa longi aweke matako. Nitamletea Msudanisi. Mambo ya ushoga hatutaki. Wangapi wanakubali ushoga hapa? Semeni hatutaki ushoga.
Na kama hiyo ndio Ukristo ukae. Maana yake kule State House nasikia watu wanaenda kuomba huko kuanzia asubuhi mpaka mchana. Hiyo kuomba ni ya uongo. Maana yake yule president wa Zambia wa Zambia aliyokuwa anaitwa Chiluba alitokea mahali na kuomba uongo ovyo ovyo mpaka yeye mwenyewe amekufa. Na hawa watu mimi natabiri leo. Natabiri vile nitabiri kifo cha Magufuli. Ninatabiri na mimi sio mhubiri. Watu watakufa hivi karibuni manake wamechocha Mungu. Wamechocha Mungu. Wamechocha Mungu. Na baba hakufi. Baba bado yuko kwa miaka mingine 50. Na Mwangi wa Iria hataishi na milele. Mwangi, wewe ni mwanaume. Katika wale wanaume wote nimeona katika Kenya hii, nikihesabu baba namba 1, Mwangi wa Iria namba 2. Kabla sijamaliza, mmeona Wakalenjin wakienda kuchukua shamba ya Moi? Mmeona Wakalenjin wakiingia kwa Moi? Na mbona Wakikuyu wanatumiwa na Ichungwa? Semeni Ichungwa. Ndindi Nyoro? Semeni Ndindi Nyoro. Gachagua? Wanaenda kuiba makondoo ya Uhuru Kenyatta. Washindwe! Mimi niko hapa kwa Ndindi Nyoro na namwambia mimi simuogopi. Na mimi namwambia hapa nikiwa Murang'a, wewe ukiwa ni mwanaume, wacha ukabila na wacha ukikuyu. Wacha ukabila, wacha ubinafsi, wacha ukikuyu. Kwa hayo machache ningetaka kusema haya. Kuna MCA wetu wamewawa. Na huyo kijana ameundwa na Mheshimiwa Oparanya. Huyo kijana ambaye amekufa kule Kakamega ambaye aliwawa na kisu ni mtoto ya Oparanya. Pole sana mheshimiwa. Tunaenda hayo matanga na baba tunangojea tuelezee tutaenda namna hiyo. Na mama Martha Karua ni mama. Kweli rongo? Mama amesimama na baba na mama hawezi kuruhusu mbafu. She's the only woman who will stay and stand firm. Na ndio unaona hii mwelekeo wetu umechukua ukiendelea mbele. Hatutaruhusu mtu mwingine kuja kuingilia baba ama kutake advantage. Tuko na ndume Eugene Wamalwa, ndume yetu na ile rosa yetu ya wale watu ambao wamesimama na baba nitakuwa nikisoma kwa kila mkutano. Ukikosa mikutano 5, next election you will not be elected. Thank you very much. Asante. Wajakoya natosha atoshi. Mmefurahia afike huku. Sasa tuko na wabunge wetu. Kuna rafiki yake anaitwa Pike, yako wapi? Njoo mbele. Wabunge wetu Atandi, Salasi akuje, Bwana Mwenje aje. Wabunge wetu tafadhali muje mbele, our members of parliament. Aya. Watu wa Murang'a mjambo? Wangapi wametukaribisha hapa siku ya leo? Basi mimi naitwa Atandi, natoka sehemu ya Siaya. Na leo hii ndio siku yangu ya kwanza kufika Murang'a. Mimi sijawahi fika Murang'a siku ingine. Na leo nimeambiwa hapa ndio mahali naitwa Kiharu. Hapa ni Kiharu. Mahali Matiba alikuwa kiongozi. Mnasema ukweli hapa ni kwa Matiba? Sasa mimi nataka niseme kwamba mimi nilikuwa nafurahia wakati Matiba na baba na Karua walikuwa wajumbe. Sababu walikuwa wajumbe wa maana. They were leaders who understand. Lakini right now mimi baba nataka niseme kwamba Mashel to be a member of parliament in this country. Sababu tukitembea hii nchi, wananchi wamesema kwamba kwa ile mambo ya bipartisan hawataki wajumbe wafanye hiyo maneno peke yao. Watu wa Murang'a mnasema wajumbe wafanye ama wananchi wafanye? Wangapi wanasema wajumbe wasifanye hiyo mambo ya bipartisan? Nione kwa mkono. Wanasema hivyo sababu sisi wajumbe tumekuwa wajumbe ovyo. Ukienda pale bunge, mnaona wabunge wanasema kwamba sisi tuko serikali, tunaenda kuongea na president tupewe maendeleo. Na katiba inasema kwamba parliament has 3 roles: legislation,
oversight, hatuna kazi ya mambo ya kutengeneza maendeleo. Ndio maana juzi nimeongea na mjumbe rafiki yangu anaitwa Ndindi, nikamwambia Ndindi, unajua hii Kenya iko na shida. Hatuna mbolea, hatuna chakula, bei ya fuel imepanda. Kwa nini wewe usiongee hiyo maneno kama sisi? Akaniambia mimi niko ndani ya serikali, siwezi ongea hiyo maneno. Ndio maana leo nataka niulize watu wa Kiharu kwamba nyinyi mnapata mbolea kwa bei rahisi na bei ya mafuta iko namna gani huku Murang'a? Na bei ya unga. Kwa hivyo mnaambia wajumbe wafanye namna gani? Wanyamaze ama watetee wananchi? Wangapi wanasema tuende tutetee wananchi? Na nikirudi bunge niambie Ndindi atetee wananchi ama aende State House? Atetee wananchi. Lastly, baba, nataka niseme kwamba I am one of the MPs who do not support this bipartisan approach by members of parliament. I don't support it because bunge speaker wetu ambaye anaitwa Wetangula ni one of the leaders of Kenya Kwanza. Na yeye ni ule speaker ambaye anaongoza bunge ni kama bunge ni state branch ya State House. Yeye sio kama ule Marende ambaye alikuwa nationalist, alikuwa anaongoza bunge kama national institution. Ndio mimi nataka niseme kwamba hiyo bunge, ule speaker wetu anaitwa Wetangula, you must become a nationalist if you want this country to record you. Because if you are going to run parliament like a branch of State House, sisi tutakataa. Alafu ya mwisho, iko kijana mwingine amesema hapa kwamba sisi wabunge pia tuende tufanye mgomo huko ndani ya bunge. Mimi nataka niunge yeye mkono kwamba wajumbe lazima wafanye mgomo ndani ya bunge, sababu hiyo mgomo ndani ya bunge ndio itafanya State House na wale wanaongoza huko waamke na wafanyie wananchi kazi. Asanteni watu wa Murang'a. Aya, vijana oye. Vijana fire. Bas, mimi sina mambo mengi ya kusema, yangu tu ni moja. Ya kwamba tumejua mimi niko katika komiti ya agriculture. Na leo saa hizi venye tunaongea, mlikuwa mnasikia watu wakisema ya kwamba watawaletea mbolea ya 3,500. Lakini tumekuwa na scandal kubwa sana ambayo imefanyika. Sisi kama komiti imebidi tuende karibu ya bilioni 10 ambayo tuko na wale watu wanaitwa the shamba whatever huko Eldoret Limited wamechukua, wamecollide na watu wa National Corporation. Sasa tunawaleta ndani ya bunge kwa uliza maswali. Umeangalia tuko na scandals mingi, hata sisi wa bunge saa hii tunabaki na only 2 months to the new financial year, lakini hata pesa haiko, hakuna kitu tunapata. Sasa hiyo magavana peke yao. Sasa ukiona daktari kila wakati anafanya accident, mtu anakufa. Ndio maana tunauliza mambo ya kwenda kufungua sava, kwa sababu inaonekana hii mtihani ambayo IBC walifanya makosa. Na baba pia nataka kuambia shida pia iko katika mahakama makuu, kwa sababu kama haya yote tunaweza kuwa tunaambiwa na wale watu wa Supreme Court hawakuwa naangalia. Sasa hata pia watu waende nyumbani. Mrio bana befesa angare. Thank you so much. Watu wa Murang'a hoye. Watu wa Murang'a ria. Watu wa Murang'a oye. Wamama hai. Wamama hai. Kwa jina naitwa Rosa Akinyi Buyu. Mimi ni mheshimiwa wa Kisumu West Constituency. Lakini nimekuja tu hapa na ujumbe moja. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alituahidi wakati wa campaign ati akiingia tu hivi 6,000 pap, akiingia tu hivi 6,000 pap kwa kila family ambayo imelemewa na gharama. Huko Kisumu tunalia, na unajua Wajaluo wanajua kulia. Tunalia. Lakini huku Murang'a pia huko na mafamilies ambayo imelemewa na gharama. Hapa ungehitaji hiyo 6,000. Ndio tunasema hivi, this is the man who will save us from our problems. And that man is called Raila Amolo Odinga. Let us repeat that. Huyo mtu anaitwa nani? Raila Amolo Odinga. Asanteni.
Watu wa Murang'a oi. Mimi naitwa Mwalimu Orero, MP kutoka Kibra pale kwa baba. Na kabla sijaongea leo, nataka niombe baba. Nilisikia ana wimbo yake moja, nataka tubadilishe tu kidogo. Pale anasema bado mapambano, tuseme bado maandamano. Alafu pale tunasema mpaka unga ishuke. Wakenya musilale, lale lale, Wakenya musilale, bado maandamano, 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 bado maandamano, 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 bado maandamano, mpaka unga ishuke, wale mpaka unga ishuke, bado maandamano, maandamano, mama. Sasa kule Nairobi tunasema no maandamano, no peace. No maandamano, no maandamano. Huyo mtu wenu anasema maandamano iko tu Kibra peke yake. Sasa nyinyi ni watu wa Kibra. Si hapa ni Murang'a. Ikirudi si mutakuja. Si mutafanyia hapa. Si itawaka. Huyo alikuwa anataka analeta choche. Anakata waya. Sasa next time tukikuja tunasema tunamwambia baba wale wakiongea sisi tunaongea kwa barabara. Si tuko hapo? Waendelee kuongea pale na sisi tunaongea wapi? Juzi nimesikia huyo mtu wenu anasema mtoto wa Maamau jana amekuwa Mombasa na deputy governors. Anawaambia hakuna mtu atawalazimisha wapatie council money. Hiyo ni the highest level of arrogance. And there are statutes, laws and regulations which govern the collection and distribution of resources. Na ziko kwa constitution. 15% lazima iende kwa council. Huyo jamaa hajui kitu anafanya. Alafu sasa ya mwisho. Hii serikali lazima wapatie wamama heshima. Sisi tunapigania kufungua sava. Juzi nikiangalia Facebook wanatupatia mama eti anafungua sava. Hiyo ni ungwana kweli? Asanteni sana. Tumpigie makofi huyo, tumpigie makofi. Your Excellency Raila Amolo Odinga, Martha Karua, viongozi wote, colleagues, hamjambo. Nataka kumpatia Mwangi wa Iria kazi kidogo. Utanifanyia translation kwa baba kidogo, si ndio? Hamare twani jetagwo Mark Mureithi wa Mwenje. Na ninie mubunge kuria Nairobi Embakasi West. No gwitũ nĩ Kandara. Mũthee imĩte Kandara. No tũgĩthamĩra Kamahuha. Nĩkuo gwitũ. Na niĩ thurĩtwo na kĩama kĩa Jubilee kuria Nairobi. Na mũthenya ũyũ nĩ ndĩrenda ndĩmwĩre ũndũ ũmwe. Kĩama gĩkĩ gitũ kĩa Jubilee twarĩ na NDC. Tulikuwa na NDC kule Nairobi. Na Uhuru alikuwa ametuongoza. Tukasema tutashikana ndani ya Azimio, si ndio? Kwa nini tubadilishe vile wenye chama walisema? Ene kĩama ũguo nĩguo maugire. Na no nginya tũcoke hau. Na nĩkĩo niĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndiũĩ SG Kĩoni kũrĩa athire. Ndĩmwĩre maũndũ mau niĩ ndĩronire atĩ Keinan no athiĩ akorwo arĩ mwena wa Kenya Kwanza wa negotiate. No akorwo Azimio na Kenya Kwanza kweli? No kuhotekeke? Hiyo mambo ni political conmanship, si ndio? Mimi nataka niwapatie hadithi kidogo. Kule Nairobi ithedi ya mwera andũ a Murang'a mwena mũmbunge Nairobi. No muge mutire mũmbunge Nairobi kweli? Mimi nikisimama kiti ya ubunge 2017 tulikuwa tunashindana na ODM. Hiyo wakati kura ikutosha. 2022 tukashikana. Na mimi singekuwa hapa kama huyu mzee hakuniinua mkono. Hiyo nisiwadanganye. Kwa sababu yeye aliondoa mtu wa jamii yake, akasema wacha tuweke hii kijana anaitwa Mwenje hapo.
nikachaguliwa kuwa mbunge. No muge ni mukabira kweli? Ile ndarogamire nani? Ile keutike hoto. Mimi nataka kuwaambia hivi. Tafadhali. Kule bunge, juini tamu yangu ya kwanza nimeingia kule. Ile mambo nimeona, huyu mzee aliona mbali kitambo. Wakati tulikuwa tunazunguka BBI, tulikuwa tunasema one man, one vote, one shilling. Tulikuwa tunasema tunataka mawaziri wakuje bunge, lakini tuibadilishe kwa katiba. Tulikuwa tunasema kuna kiti ya leader of opposition inafaa itengenezwe. Maodo mau mothe nimo macoketio riu. Nimo turona thaici thiini kuria bunge. Na andu aitu ni murathikiriria mwiguku ni muranjigua. Rekei ndimuhe uhoro wa one man one vote one shilling. Wacheni niwaambie na nitaongea na Kiswahili kidogo muisikie. Mambo ya one man one vote one shilling ni kitu muhimu sana. Muliona basari zikipeanwa hata kwa constituency yetu pale Githurai watu wanapigana. Nieta mubunge Nairobi gegeria kuneana basari ikoragwo ithina muno tondu andu ni aingi. Na ni ukuona basari kundu kungi kuheanagwo basari ya 15,000 no hetwo basari ya 15,000 haha. Ithe mutiao 2,000 na 5,000. Twauga one man one vote one shilling. Mubunge wa guku ona Ndindi Nyoro ni arihota kuneana mbeca ta iria heneanagwo na kuria. Hiyo ndio inamaanisha one man one vote one shilling. Kwa hivyo tunajua viongozi wameongea, mimi nataka kusema hivi, Your Excellency, that it is important. Tumesikia mambo one man one shilling. Ni muhimu tusikize Baba Raila Amolo Odinga because yeye anaongea ile maneno ambayo itasaidia hii Kenya. Na nikimalizia, mimi nataka kusema wale wanataka kutoka chama cha Jubilee waingie upande wa UDA. Tafadhali nyinyi endeni, mtu ache sisi. Hata mimi naweza taka kuwa kwa hiyo chama tuongoze, si ndio? Si kuna watu wanataka uongozi hapa. Hii chama ni sisi tumebaki nayo na kiongozi wetu bado ni Uhuru Muigai Kenyatta. Na baba, mimi nataka kukuashua ya kwamba there are members in Jubilee who are loyal to you regardless of what is being said out there. Sisi tuko na wewe na tutasimama na wewe, and we will make sure that we defend the rights and interests of our country. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, tunafunga watu wa Murang'a. Wangapi wamefurahi kwa baba kuja kututembelea? Tukienda kumaliza, nataka kurecognize mtu ambaye tulianza safari naye, anaitwa Kangosho Kamumbi. Simama tu hapo watu wakuone. Mzee, ile gari ya 77 huyu ndio alichukua akapeleka kwao Murang'a na ameiweka hapo kama monument. Ile Ford tuliingia nayo Kamukunji, huyu ndio yuko nayo kule kwao Murang'a, kule Mathioya. Pili, iko kijana rafiki ya mzee hapa kutoka Githunguri anaitwa Gidi. Mwanake huyo birthday yake andikire muthe marwa akimwera na birthday na no ende makogwe hamwe makogwe muthenya ucio hamwe muthe amutwareire ng'ombe ucio mweragwo ne muru atwareire mwanake huyo ng'ombe na riu neciarite maita maigana. Hurirai baba rohe. Iko kiongozi yuko hapa chini pia anaitwa Makarena kutoka Meru, lakini unfortunately yeye hawezi kupanda juu. Na mzee ameniambia, mzee Makarena ameniambia yuko hapa chini, unajua vile alivyo hangeliweza kupanda hapa juu. Amesema watu wa Murang'a wasalimiwe na watu wa Meru, na anasema mkutano ile next ambayo inakuja katika mlima atapeleka Meru na yeye ndio atasponsor. Mpigieni makofi. Haya, nikimalizia nataka kumuita
nataka kumuita nakaidekie, nataka kumuita Mwangi wa Iria, ndenda gweta Mwangi wa Iria amuhe direction. Asante sana, tunajua mmechoka, tunataka kumshukuru sasa kwa sababu tumemaliza. Shukran kwa kumpokea baba. Najua wenyeji wanaongeaga na Habire, si ndio? Habire anarudi hapa dakika kidogo. Hatimaye baba anaenda kupeana zawadi ya Eid Fitri kwa Waislamu. Kuna Waislamu wengi sana hapa Murang'a Town na tuna ndugu zetu kule Maragwa. Kwa hivyo tukitoka hapa wamesema tuwatembelee kwa mosque yao, zawadi ya baba ya Eid Fitri ile ambayo atakula kesho awakabidhi hapo. Kwa hivyo tunamkaribisha nyote, mkimalizana na Habile hapa mkutane na sisi kule mjini kwa zawadi ya baba kwa Waislamu ili awatakie wakati mwema. Thank you very much.